Ndio maana tukasoma Mwanzo 2:24. Mungu akamwambia Adamu, utamwacha baba yako, utamwacha mama yako, utaungana na mke wako, mtakuwa mwili mmoja. Familia nyingi zimekatika, watu wengi wameachana kwa sababu ya mkoroo wa wazazi na in-laws. Kwa maana bado mmeoana lakini mnakaa na wazazi. Mungu alisema kaa mbali na nyinyi, anza maisha yenu. Wazazi wao washauri, sio wa kuwapanga. Juzi tu nimekutana na kikisa kimoja tunapohudumu katika utendakazi huu. Yaani mama anaingilia ndoa ya mtoto wake. Yaani ndiye anaambia kijana wakati anaingia, ndiye anamwambia anunue nini, ndiye anamwambia msichana akuje hapa, aende shambani, ndiye anataka waamsha asubuhi. Yaani hata wakiwa katika breakfast yao, yaani mama huyu ni hatari. Yaani mpaka msichana akahangaika akashangaa, maisha gani haya? Yaani hata akienda mahali kazi, badala ya kuona mkewe ni kwa mama. Hata badala mtoto akiwa mgonjwa ni mama. Mama asipomruhusu kwamba aende kwake, aende. Tabia mbaya akina mama mko hapa. Acha kijana kama ameoa aanze maisha ya kwake, na yeye amgonge, apambane na hali zake, atafute ushauri. Si kwamba wewe nimwambie unajua vazi umevaa leo alichafaa, unajua mko wako sijui nini, hajajua kupika. Hapana, wapambane na hali zao. Haleluya. Hiyo ndio shida kubwa imeharibu, lakini Mungu anasema wakae kivyako. Na msichana pia sio mume peke yake anaacha wazazi wake. Hata mama, ukisoma kitabu inaitwa Zaburi 45:10, maandiko inasema hivi pia, hata wewe mama uliyeolewa, sahau wa kwenu, yaani shikana na mume wako, msonge mbele, mjengwe katika Mungu. Nasema hivi, sikia binti, utazame, utege sikio lako, uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Vile mume ameambiwa, ndivyo na mke ameambiwa. Kwa hivyo pia tuchunge sehemu zote. Si kwamba mimi nikiacha wa kwangu, wewe unatafuta ushauri wa kwenu kila kuchao, bila kutafuta ushauri kwangu, bila kushauriana nami. Ni makosa. Mungu hataki hivyo. Sehemu ya pili ni kwamba, ufunguo wa pili, tuendeleze ule upendo tuliokuwa nao wakati wa courtship. Tunaitana maneno mazuri, tunavumiliana, tunajuliana hali. Yaani kabla jioni ifike, siku iliendaje, umelalaje, umekula nini, umeamukaje, lanji vipi, yaani iendelee. Ndio maana mwandishi mmoja akasema, ndoa badala ya kuwa mwisho wa upendo, wacha iwe ndio mwanzo wa upendo. Na upendo ni mumea ambao ni mdogo mwororo, unastahili kulindwa na hali ambayo ni maarufu sana. Upendo ni kama mti mwororo, kama enderema, yaani uchunge vizuri. Mungu anataka hivyo. Ndio maana ukisoma katika maandiko, Petro ya kwanza 4:8 inasema, juu ya vitu vyote upendo mmoja kwa mwingine uongezeke, kwa maana upendo ufunika wingi wa maovu. Tukiendelea na upendo huo wakati ulipokuwa tunachumbiana, uendelee baada ya ndoa, ni kwamba utafunika udhaifu mwingi. Pia Paulo akiandikia Wakorintho wa kwanza 7:34 anasema hivi, yeye aliyeolewa ama yeye aliyeoa, kwa mfano mwanamke, anajali na kumshughulikia aliyemuoa jinsi ya kumpendeza mume wake. Hivi inamaanisha pia mke anapokuwa katika ndoa, tafuta njia ya kumpendeza mumeo, sio watu wa nje. Tafuta njia ya kumpendeza mumeo. Kuna wake wanapendeza wengine kwa ofisi, kwa biashara, lakini ashughulikii mume wake makosa. Pia mume aliyeoa anatafuta mbinu ya kumfurahisha na kumpendeza mke wake. Kuna wale wanasifu wa huko nje, anamsifu kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini hajawahi iona mke wake jinsi alivyo, akivaa vizuri, akitengeneza nywele, yaani hataoni. Tabia mbaya. Mungu anasema tuachane na hiyo. Ukisoma Warumi 12:10 inasema hivi, be kindly affectionate one to another in honor, giving preference to one another. Yaani fanya mbinu
katika kumweka mwingine awe wa kwanza. Yaani kumuinua, ni muinue mke wangu na yeye akitafuta mbinu ya kuniinua na kunijenga. Kwa maana upendo is seeking to help someone. Upendo mzuri unaojengeka sio ubinafsi kujitafutia, ni bali kutafuta njia ya kumjenga mwingine na kumuinua. Hiyo ndio upendo unaojengeka. Ufunguo wa 3, kwa sababu ya wakati nikimbie ili tukaribishe mnenaji, kwa sababu mvua ili kubali pia kuwe vile imekuwa. Chunga mawazo yako. Chunga mawazo yako. Usiruhusu unachowaza ovyo ovyo iwe ni mtego kwako. Sikia vile maandiko inasema. Methali 23:7 inasema hivi: vile mtu anavyowaza ndivyo alivyo. Ndio maana pia kitabu cha Kutoka 20:17 inasema usitamani mke wa jirani yako. Ukiangalia pia katika kitabu cha Methali 4:23 inasema linda moyo wako kuliko vitu vyote, kwa maana kutoka kwa moyo wako ndivyo chemichemi ya uzima ilivyo. Kwa hivyo chunga sana, chunga sana. Mawazo machafu inaharibu ndoa. Mwesikia hata wakati watu wanawasiliana nasema najua unachofikiria, najua unakoelekea. Yaani unamzima mtu kabla hajamaliza wazo lake. Ulijua haja anaongea nini? Ujui anachoongea. Yaani kuzima hivyo. Kwa hivyo mawasiliano yawe mazuri kwa kuchunga unachowaza, kwa kuchunga mawazo yako. Funguo wa 3 mpendwa, baada ya kuangalia mawazo yako pia uchunge, ni kwamba kumbuka aliyewaunganisha ni Mungu. Aliyewaleta pamoja ni nani? Ni Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo 19:5 inasema hivi: kwa sababu hii mume atamuacha baba na mama, ataungana na mkewe. Kwa hivyo sasa si wawili bali ni mwili mmoja. Kwa hivyo kila ambacho Mungu ameunganisha, yeyote asije akatenganisha. Siku hizi tuna haraka na kwenda koti na nini, lakini kumbuka hivi maandiko yanasema aliyewaunganisha ni nani? Mungu. Mmekuwa mwili mmoja. Usije ukasahau hilo. So usije ukavutwa kwingine ukasahau mpango wa Mungu. Pointi nyingine ama ufunguo mwingine ni kwamba weka Kristo kama msingi na ama uti wa mgongo katika familia yako. Zaburi 127:1 inasema hivi: Mungu asipoijenga nyumba, ajengaye anafanya kazi. Nijazie nimalizie. Mungu asipoijenga nyumba, anayejenga anafanya kazi gani? Ya bure. Mungu asipochunga mji, anayechunga anachunga bure. Kwa hivyo ni kwamba tunapoanza ndoa, sio masomo yako yatakulindia ndoa, sio mali yako yatakulindia ndoa, sio utafiti wako, bali Kristo aliyeanzisha. Kumbuka aliyemuumba Adamu ni nani? Kristo. Aliyemuumba Hawa ni nani? Kristo. Aliyekutana na wa kwanza Adamu alipoumbwa ni nani? Ni Kristo. Aliyekutana naye wa kwanza Hawa ni nani? Kristo. So ili hawa waweze kupatana, ili hawa waweze kuwa na kuona na kuwa kitu kimoja, lazima wakutane na Mwenyezi wao. Je, mbona wewe unakimbia kuanza ndoa na aliyemuumba unayemtafuta hujakutana naye? Wewe mbona unakimbia kuolewa na aliyemuumba atakaye kuoa ili umuelewa kuelewe hujakutana naye? Ndio maana weka Kristo awe center ama awe msingi katika sehemu hiyo. Jambo nyingine la muhimu sana katika ndoa ili iwe na furaha na amani, maombi. Omba pamoja. Kuna vitu naonanga nikipita katika familia zimeandikwa hivi: a family that prays together stays together. Mwaiona kitu kama hiyo? Kwamba familia inayoomba pamoja inakaa pamoja. Sikia vile maandiko yanasema Matthew 26:41. Yesu anasema hivi: kesha na kuomba, msije mkaingia katika majaribu. Roho i radhi, lakini mwili ni mudhaifu. Tuwe na muda wa kuomba. Yakobo 5:16 inasemaje? Ombeana nyinyi kwa nyinyi. Haleluya.
Kwa hivyo watu wa Mungu na wakaribisha kwa ajili ya upendo wa Mungu, ni kwamba Mungu anajali familia zetu. Kwa sababu ya wakati, mniruhusu nikatie hapo. Ni nini tumezungumzia? Mungu ndiye alianzisha ndoa, kumbuka, na Mungu ndiye atakayeithibitisha na kuimaliza vizuri. Tumeona kwamba familia iliyo na utaratibu, yenye nidhamu, inayomcha Mungu inakuwa na mvuto mkubwa na nguvu na kuleta matumaini kwa Ukristo kuliko mahubiri yote. Swali ni je, wewe uliye na familia, mimi niliye na familia, nilipo, je, ni mvuto gani? Je, nimekuwa na dhihirisho lipi kumhusu Kristo? Je, ninaweza kuwaleta kwa Yesu? Na tumeona pointi 5, funguo hizi za kuleta upendo na furaha katika familia. Number 1, tumeangalia kwamba tukumbuke Mungu ndiye alianzisha, mtu asija katenganisha. Number 2, tuombe pamoja. Number 3, tumeona tafakari sana unachowaza. Usiwe mwepesi kwa kuwaza jambo lisilofaa, kuanza kuwekea mtu mawazo yasiyofaa. Tumeangalia pia jambo jingine ni kwamba tuwe na makazi yetu mbali na wazazi. Yaani tusije tukaruhusu wazazi ama ndugu zetu wakaingilia kila jambo. Mnakula nini? Mnavaa aje? Mnaongea yapi? Yaani kana kwamba ndio wanatawala. Nyinyi mjisimamie nyinyi wenyewe. Kwa hivyo Mungu atubariki tunapotafakari haya, na mengine baadaye yataendelea kesho. Mungu akitupa neema, tubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Wangapi jioni ya leo nasema Mungu nisaidie, kwa maana ni mapenzi yako kwamba familia ikupendeze. Nisaidie familia yangu iwe na hizi funguo za kuleta furaha na mvuto kwa wengine kwa Yesu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu wa Israeli, ulianzisha ndoa katika shamba la Edeni, na ni moja ya mibaraka ya utakaso uliotupa. Lakini wengi kwa kutoelewa na kutokuruhusu uwe msingi imara na mwamba wetu, tumechanganyikiwa. Tumekuwa vita na fitina, imekuwa ni mahangaiko. Badala nyumbani kuwa nyumbani ya kweli, kuwa mbingu ndogo hapa duniani, imekuwa ni vita, ni mahali pa stress. Watu hata watamani kurudi. Ndio maana wengine wakitoka kazi wanakaa hotelini akuje wakati watu wamelala. Ndio wakati mwingine yanasikia tu aende tua mpaka mwaka uishe. Lakini sio mapenzi yako. Tusaidie leo, mimi na mwenzangu ananisikiliza na mwingine, iwe ni kusudi langu tumuweke Mungu kwanza katika maisha yetu. Tutamani kumjenga mwingine, na tutamani nyumba yetu iwe mahali malaika wanakaa na kudumu, na Mungu awe ndio msingi. Tukufu wako onekane na nguvu zako tunapokukaribisha maishani mwetu leo. Bariki familia zetu, tuongoze kama Ibrahimu na wengine. Mbingu idhihirike na kutukuzwa. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Barikiwe nyote kwa jina la Yesu. Ni wangapi wanasema ya kwamba mtumishi wa kipindi cha familia, Bwana mbariki na azidi kumutegemeza kwa shamba lake? Asanti, tunashukuru. Tunaingia kipindi cha nyimbo, lakini tutakuwa na congregational singing, nyimbo 2 hivi, kisha tutampisha mnenaji wa siku ya leo. Kwa hivyo ninawasihi sote tusimame na wimbo nambari 161. Choristers watuongoze, watupe sauti. Karibu. Piga panana ya makelele. Tuanze kwa pamoja, tusimame zote. Piga panana ya makelele, Yesu yu aja tena. Ipase sauti, imba sana, Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 Yesu yu aja tena. Itowe mwangwi sana filima, Yesu yu aja tena. Yu aja
kwa utukufu mwingi. Yesu yu aja tena, anakuja, anakuja, anakuja. Yesu yu aja tena. Itangaze mahali popote, Yesu yu aja tena. Mwongozi aliyetufilia, Yesu yu aja tena. Anakuja, anakuja, anakuja. Yesu yu aja tena. Kuona machafuko twajua, Yesu yu aja tena. Mataifa yakasiriana, Yesu yu aja tena. Anakuja, anakuja, anakuja. Yesu yu aja tena. Maradhi, hofu hutuhubiri, Yesu yu aja tena. Taabu, njaa hutulilia, Yesu yu aja tena. Anakuja, anakuja, anakuja. Yesu yu aja tena. Anakuja, anakuja, anakuja. Yesu yu aja tena. Tunapoenda wimbo wa pili, namba ni 80, namba 80 Kiswahili. Tupe moto wa Huwai. 3 go. Tupe moto wa Huwai, uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Neema yako haina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na wa Elia. Zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema, ziuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Tunaomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Kristo Yesu uliyetupenda upeo, jina lako na lipewe sifa. Ni jioni nyingine njema, tunakushukuru Mungu katika viwanja hivi. Asante kwa sababu ya mbaraka wa mvua. Sasa watoto wako wamekuja, Yesu, wanatamani kukutana nawe tena katika njia za kipekee. Tumewaka atakaposimama, japo pungua uongezeke Roho wako.
apate kutamalaki sauti yako, ipate kunena na watu wako, hatimaye sote kwa pamoja tufute kwa kamba za pendo lako, na kila mmoja tunapofumkana jioni hii watoke wakisema tumekutana na Mungu wa mbinguni, mbaji mfalme anayepigania na kutetea watoto wako. Yesu, tunaomba Roho Mtakatifu sasa atamalaki katika viwanja hivi. Tunaomba nguvu zako zilizo za kawaida, moto wako ulao upate kupenya, ukaingie madukani, ukaingie viwanjani, wote wanaopita, wote wanaosikiliza neno lako, kila ambaye amekuja Kristo akiwa na hitaji la kwake. Mwingine ni ugonjwa, mwingine rogando la familia, mwingine anahitaji hata anashindwa atasemaje kwa watu. Ukutane na watu wako, useme na watoto wako, utamalaki katika maisha yao, kwa sababu nasema wewe ni Mungu uliye karibu, wala si Bwana uliye mbali. Shuka Baba, tenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako, tenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako, maana umesema wewe upo kwa ajili ya watoto wako. Jina lako litukuzwe, maana utajitukuza tena. Kwa jina la Yesu tumeomba kwa imani. Amen. Barikiwa. Basi nataka nichukue nafasi hii ni wasalimuni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inapendeza sana jioni hii kuwa mahali hapa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya rehema zake kuu ambazo ametupatia, na tena jioni hii ametupatia mbaraka wa mvua na neema, tena ametusimamishia ili kwamba tukaweze kuendelea na vipindi vyetu jioni hii. Mungu wetu wa mbinguni ashukuriwe na haimidiwe kwa sababu ya rehema zake ambazo hazipungui. Basi karibuni katika kipindi chetu cha jioni na Mungu. Tena jioni hii baada ya kunena nasi kwa namna ya kipekee kwenye kipindi cha Kaya na Familia ambacho kimekuwa cha mbaraka sana, akimtumia mtumishi wake Orina kutupatia maelekezo ya kuthibitisha familia zetu. Ninaamini umebarikiwa kama mimi nilivyobarikiwa, na familia zetu zimepata maelekezo ya kutuandaa kwa sababu ya ujio wa Mungu ambao umekaribia. Jioni hii tena Bwana anaenda kunena nasi kwa neno lake, anaenda kuzungumza nasi kwa namna ya kipekee na kututayarisha kwa sababu ya ufalme wake ambao umekaribia. Tunatazamia Yesu atokee mawinguni, tunatazamia kumwona katika utukufu wake, tunatazamia jeshi kubwa la malaika limsindikize. Lakini kabla wakati huo lazima Bwana atuandae kwa neno lake tunapotazamia ujio wake ambao umekaribia. Basi jioni hii tuko na neno ambalo Bwana ametupatia ili kwamba tukaweze kulizungumzia, na kichwa cha somo ambacho tutaziangatia ndani ya dakika hizi inasema Mungu ni Baba. Mungu ni Baba. God is a Father. Ndilo swala ambalo tutaliangazia jioni hii. Tuombe tena kwa mara nyingine. Mungu wetu unayetupenda, tunakushukuru kwa kuwa umwema na fadhili zako ni za milele. Kipindi hiki tumesimama ili kwamba tukaweze kunena neno lako la uzima. Ninachokiomba Bwana, mie nipungue nawe uzidi. Neno lako lije na nguvu ya kipekee ya kumfikia kila mmoja wetu kipindi hiki, na ukaguse mioyo yetu kwa hili neno, ili hatima ya fundisho hili, chuki ya dhambi iwe imekuzwa katika mioyo yetu, tamaa ya haki iwe imekuzwa katika hiyo mioyo, na tutakuwa tumeneemeshwa kuenenda katika njia unaotaka tuenende kwayo. Zungumza nasi sasa, ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kuna sifa ambazo zinamtofautisha mwanamume. Kuna sifa ambazo zinamfanya mwanamume awe tofauti kabisa. Actually niseme wanaume wote ni wana wa kiume,
lakini sio wana wa kiume wote ni wanaume. Yani all men are male, but not all male are men. Kuna sifa ambazo zinampatia mtu sifa na nafasi ya kuwa mwanamume. Na sifa mojawapo ambayo inampatia mtu nafasi ya kuwa mwanamume ni kwamba mwanamume ni baba. Mwanamume ni baba. Wala sizungumzii baba kama kauli ya mtu anaye uwezo wa kuzalisha. Hapana, kwa sababu tunapozungumzia baba hatuzungumzii tu mtu ambaye anabeba watoto kwenye viuno au ana uwezo wa kuzalisha. Tunamzungumzia mtu ambaye akona moyo wa baba. Huenda asiwe na nguvu ya kuzalisha, huenda awe na mapungufu ya kutokuwa na watoto wa kwake, lakini akiwa na moyo wa baba, huyo bado ni baba. Na wapenzi, unajua baba huwa ndiye shujaa wa kwanza wa mtoto wake wa kiume. Baba ndiye mpenzi wa kwanza wa binti yake, na sifa hizo zinamweka kando. Kuna ujasiri ambao watoto wanapata kwa baba yao, haswa anapomiliki sifa thabiti za baba. Najua tukiwa watoto tulikuwa tukicheza, ndege zikipaa angani ikipita tulikuwa tunaimba ndege ya nani? Wangapi walisema ndege ya babangu? Ndege zilipokuwa zikipaa angani tunasema ile ni ndege ya babangu. Wakati wa labda babako anavuruta mkokoteni, hana hata baskeli, au unasema gari la babangu. Wakati wa baba yako hana hata baiskeli. Kuna namna ambavyo watoto wanaamini baba zao. Wapenzi, nikwambie, kama baba wa ulimwengu walivyo, tunaye baba wa mbinguni anayewazidi sifa hata baba wa ulimwenguni. Tunaye baba wa mbinguni anayewazidi sifa wazazi wa kiume waliopo hapa chini. Na sifa ya Mungu kuwa baba ikieleweka na watoto wa Mwenyezi Mungu, watakuwa wamesuluhisha mahangaiko, mateso ambayo shetani anawafanyia, kwa sababu wataelewa wao sio watoto wa mtu wa kawaida, wao ni watoto wa baba aliye mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu punga mkono wako kama tuko pamoja jioni hii ya kipekee. Mungu akubariki. Na kama kuna mahali ambapo sifa ya Mungu kuwa baba imedhihirishwa vizuri, ni katika swala la kushughulikia dhambi. Kama kuna mahali sifa ya Mungu kuwa baba, wapenzi, imeshughulikiwa, imeonekana katika umahiri wake, ni katika swala la Mungu kushughulikia dhambi. Hata kabla sijafika huko, Paulo akiandika Warumi 8 mstari wa 15, hivi ndivyo asemavyo. Warumi 8 mstari wake wa 15, hivi ndivyo asemavyo. Soma Makenzi, twende. Inasema, Biblia takatifu inasema, sawa, kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, inayoleta hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Anasema roho tuliyopokezwa ni roho ya kufanywa wana. Maliza fungu. Ambayo kwa hiyo roho twalia Aba. Yani baba. Biblia inasema kwamba hatukupokea roho ya kufanywa watumwa. Hatukupokea roho inayoleta hofu. Hatukupokea roho inayosababisha wasiwasi. Roho tuliyopokezwa ni ya kufanyika wana, tukielewa kwamba sisi ni watoto wa Mungu aliye mbinguni, na tunaye baba katika baba yetu wa mbinguni. Tunaye mzazi wa kiume mwenye uwezo usiopunguka. Hofu, wasiwasi, uoga, hali ya sintofahamu inatoka kwa sababu tunajua tunaye baba
mbinguni. We have a Father in heaven. Na kwa yeye tuna ujasiri wa maisha yetu, tuna ujasiri wa kukabiliana na changamoto za hapa na pale, tuna ujasiri ya kwamba kama jinsi baba wa hapa chini anavyokumbatia watoto wake, kama jinsi baba wa hapa chini watoto hata kama kuna chakula wana ujasiri kwamba chakula kitakuwepo, kama jinsi baba wa hapa chini vitu haviendi sawa na hakika baba yao, ndivyo sisi pia tutakuwa na ujasiri kwa baba yetu aliye mbinguni. Wapenzi, hatujapokea roho ya wasiwasi. Sasa huyu ndiye baba tuliye naye, huyu ndiye baba tuliye naye, na dhihirisho la uwezo wake wa kipekee kama anavyotujali ni katika swala zima la kushughulikia dhambi. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14 na 15. Mafungo haya mawili ya Biblia ndio tutapiga kambi. Tukimaliza tutakuwa tumemaliza somo letu jioni hii ya kipekee. Mwanzo 3:14 na 15. Tulia kabla hujasoma. Mwanadamu alipoanguka katika dhambi, ilimbidi Mungu aingilie kati, afanye jambo spesheli sana. Pindi mwanadamu alipoanguka katika dhambi, ameenda kinyume cha makusudi, amejaribiwa, amesikia sauti ya mjaribu, Mungu ilibidi afanye jambo fulani, lazima angeingilia kati. Kwa nini? Watoto wake, nisikie, aliyowaumba kwa sura yake na kwa mfano wake, ama nitumia lugha ambayo itaendana na somo letu, watoto wake aliyewazaa kwa sura yake na kwa mfano wake, walipoangushwa katika dhambi, ilibidi Mungu afanye kitu. Soma, inasemaje? Biblia takatifu inasema, teremka. Bwana Mungu akamwambia nyoka, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa. Tulia. Kwa sababu umeyafanya hayo. Alikuwa amefanya nini? Nyoka alichagua kutumika na ibilisi mwovu shetani kuangusha watoto wa Mungu. Tasema hiyo tena. Nyoka alikubali kutumika na ibilisi mwovu shetani kuwaangusha watoto wa Mungu dhambini. Alishirikiana na yule adui, alishirikiana na yule mzushi, akaamua kuangusha watoto wa Mungu dhambini. Na alipofanya hivyo, Mungu akaamua kuingilia kati. Na unajua, ukisoma Mwanzo sura ya 3, sikia, hakuna mahali katika sura hiyo nzima Mungu amemtamkia mwanadamu laana. Hakuna mahali katika sura hiyo nzima baada ya anguko Mungu amemtamkia mwanadamu laana. Mungu anampatia mwanadamu adhabu. Mwanamke, utazaa kwa utungu, Adamu, kwa jasho lako utakula, miiba na michongoma itatoka. Lakini laana, actually anamwambia nchi imelaaniwa kwa ajili yako. Hakuna mahali Mungu alimlaani mwanadamu. Angalia upendo wa Mungu kama baba kwetu. Unajua, sifa moja spesheli ya Mungu ni hii, ni kwamba japo anachukia dhambi, anampenda mdhambi. Japo Mungu anachukia dhambi, anampenda mdhambi. Na ndio maana jana lile somo la jioni likaja kwetu kwa namna ya kipekee ya kwamba yeye Mungu hana haja ya kumwaibisha mdhambi. Yeye Mungu hana haja ya kumwanika paruanja. Yeye Mungu hana haja ya kukuaibisha hadharani. Mungu katika madhaifu yetu, Mungu katika mapungufu yetu, anachojua kukifanya, expertise yake ni kutufunika na vazi la haki yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mdhambi aliwahi kuletwa kwa Yesu Kristo na kaondoka, wapenzi, akiwa na hatia bado inamtawala, kwa sababu Mungu anajua kuishughulikia dhambi. Muulize Maria Magdalena, atakwambia walipomburuta wakamrusha miguuni pa Yesu Kristo, wakamshitaki, wakamwambia huyu tumempata kwa tendo lile haswa. Kisha anamwambia Yesu, sheria ya Musa imeandika ya kwamba anapaswa kupigwa mawe, wewe wasemaje?
Maria akiwa miguuni pa Yesu Kristo, akijua wale ambao wamemleta ni watu walio watakatifu, akisubiri miamba mawe ianze kudondoka moja baada ya nyingine, alisikia sauti ya mwamba iliyo imara ikimuuliza, wako wapi washitaki wako? Tena ikasikia akisema, enenda na usitende dhambi tena. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Yesu anafanya. Hivyo ndivyo Yesu anafanya. He is an expert at dealing with sin. Yeye anajua kushughulikia dhambi, sio kwa namna ya kukuainika, sio kwa namna ya kukuaibisha. Biblia inasema ya kwamba anapotusamehe dhambi zetu, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo anavyotusamehe maovu yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe umati huu. Amen. Nilisoma kisa fulani ambacho kilinifurahisha mahali. Napenda kukisema mara nyingi tu. Mzee mmoja alimtembelea kijana wake msomi. Akawa amemtembelea pale kwake nyumbani. Kisha akawa anapiga story yule kijana wake na marafiki zake wasomi katika kona ya nyumba. Mzee akaenda kwenye maktaba, akavuta kitabu. Ilikuwa ni Biblia. Akapekua. Katikati ya kusoma mzee akasema, haleluya. Yule kijana akasema, mzee vipi huyu bwana ananiaibisha huyu mzee? Niko na marafiki wasomi hapa, mzee shida yako ni gani? Kaambia, pole kijana wangu, nimesoma kwenye Biblia hapa ya kwamba Mungu akisamehe dhambi zetu anazirusha kwenye kina cha bahari. Sikuweza kuzuia kijana wangu, nilisema haleluya. Akasema huyu mzee ataniaibisha. Akampokonya Biblia, akavuta kitabu kingine, alivuta Atlas akampa. Mzee akapekua tena, akasikia katikati akisema haleluya. Sema, nini bana wewe mzee? Sinafikiri nikupokonya kitabu ambacho kilikufanya uniaibishe. Kaambia, pole kijana wangu. Sema, unajua nilisoma Biblia ikasema kwamba Mungu akisamehe dhambi anazirusha kwenye kina cha bahari. Lakini hapa kwa Atlas nimesoma kanambia kuna bahari ambazo vina vyake havijulikani. Niliposikia habari hizo sikuweza kuvumilia, nilisema haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitusamehe dhambi anazirusha kwenye kina cha bahari, na zikifika kuna vina vya bahari. Najua bahari ambazo Mungu anachagua ni vile ambavyo vina havijulikani. Amen. Lakini unajua kuna watu ni deep sea divers. Wao Mungu akikusamea, mchungaji Fadhili, ukishasamewa alafu Mungu azirushe chini ya maji, wao wanajua kuzifuata huko chini. Wanazifuata kabisa. Wanajua kukumbusha jinsi wewe ni mzinzi. Wanajua kukumbusha jinsi wewe ulikuwa hivi. Sikia kwa makini. Wakikumbusha, waambie, mimi kama nilikuwa vipi, sijui ilikuwaje. Najua nilikuwa kipofu, lakini sasa ninaona. Forgiven. Mungu akipeana msamaha anajua namna ya kusamehe kweli kweli. Mtu asikuangaishe kwamba umesamehewa. Nimeona Wakristo na wasio Wakristo Mungu amewasameha, dhambi zimefutwa, lakini bado anatembea na hatia ya dhambi inamtawala. Ataomba asamehewe, akisema ulize Mungu, akija sasa utaenda mbinguni, akwambia sina uhakika. Na ameomba mpaka akasamehewa. Nataka nikupe ujasiri, Mungu tunaye mwabudu aliye Baba ana sifa moja, akikusamehe anarusha kwenye kina cha bahari wala hazikumbuki tena. Muulize Maria Magdala, kwa sababu ya tendo hilo alikuwa mtu wa mwisho msalabani Ijumaa na mtu wa kwanza kaburini Jumapili. Kabla Petero na ujasiri wake hajasema Yesu amefufuka, Maria alikuwa na habari hizo, kwa sababu ya kile ambacho Yesu alikuwa amemfanyia. Na ndio maana back to the text sasa, Adamu na Hawa walipoanguka katika dhambi, Mungu kama Baba akasema I must do something. Lazima nifanye kitu fulani, nitaingilia kati. Na kaingilia kati vile, akamwambia nyoka, kwa sababu umechagua kutumika, wewe umelaaniwa. Soma fungu twende sasa, mtu wa Mungu. Akamwambia aje, twende. Umelaaniwa wewe. Umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote. Kuliko wanyama wote. Twende. Na kuliko hayawani wote. Na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Tulia hapo. Nyoka, kwa sababu
sababu alikuwa amechagua kutumika na ibilisi mwovu shetani, laana ikamwangukia. Nataka nipende point yangu ya pili, nafikiri na 4 tu, nikimaliza 4 nitakuwa naomba na wewe. Point yangu ya pili jioni hii ya kipekee, nyoka aliamua kutumika na mzushi, na kwa sababu alichagua kutumika, laana ambayo ilimpata shetani, adhabu ambayo ilimwangukia shetani, sikia, ikamwangukia na yeye pia. Point yetu ya pili jioni hii ni gani? Sikiliza. Ukiamua kuabiri gari la ibilisi mwovu shetani na ukae humo humo ndani, tarajia kushuka anakoelekea yeye. Ukiamua kuabiri gari la ibilisi mwovu shetani, nisikie, na ukae humo, tarajia kushuka anakoelekea yeye. Kizungu tunasema direction determines destiny. Kwa kuwa nyoka alikuwa amechagua kushirikiana na ibilisi mwovu shetani. Unajua Mwanzo 3:14 by the way ni kinyume cha Mwanzo 3 mstari wa kwanza. Hebu soma Mwanzo 3 mstari wa kwanza, alafu soma Mwanzo 3 mstari wa 14. Biblia inasemaje? Twende. Basi nyoka alikuwa mwerevu. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Mwanzo 3 sura ya kwanza inasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. 14 inasemaje sasa? Biblia inasema anza, umelaaniwa. Umelaaniwa wewe. Twende kabisa. Kuliko wanyama wote. Sasa 3:1 inasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. 14 inasema sasa amelaaniwa kuliko wanyama wote. Sikiliza, usicheze na shetani. Usimpe nafasi maishani mwako. Usimpe mwanya maishani mwako. Ukimpa shetani mwanya, huo ufa utajenga ukuta hatimaye. Manake kazi anayojua shetani ni hii: kuchinja, kuua na kuharibu. He is an expert at destroying. Hajui chochote shetani. Ukisimama pale barabarani, huu ni mfano tu, na umpate shetani, mfano nimesema ili kwamba uelewe. Anatangaza niko na lift ya bure, lift ya bure, lift ya bure. Usiingie. Shetani hana lifti za bure. Shetani hawezi kumfuata bure bure. Sikia, atafanya dhambi iwe ya kuvutia, akuite kwamba upande, na ukisha abiri katika msafara wa dhambi, ataanza kukupandikiza vitu ambavyo hautaweza kubebana navyo. Mzee wangu, si unajua hata wewe alikuvutia namna ambavyo siketi hazikupishi, uzinzi umekuwa sehemu yako, ilikuwa inaonekana kuvutia, lakini hivi sasa atakupa sigara akuache na mapafu ambayo yako na saratani. Atakupa uzinzi akuache na ukimwi, kisonono, akuache na magonjwa ya zinaa, familia ambayo imesambaratika. Manake shetani anajua tu kuchinja, kuharibu na kumaliza. Alafu unajua yeye huwa akishamalizana na yeye vizuri, anakusukuma uregee kwa wasi wako. Lakini habari njema ni hii: wakati anahisi amedili na yeye vizuri na anakusukuma uregee kwa wasi wako, Yesu ambaye ni rafiki, Mungu ambaye ni Baba, bado huwa anakukumbatia na mkono wa upendo. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ndio maana hilo fungu linamaliza kusema hivi, Yohana 10:10. Hebu soma tu ili kwamba tusinukuu. Yohana 10:10, weka kidole Mwanzo 3, tutarejea hapo. Yohana 10:10 nasemaje? Twende mtu wa Mungu kwa upesi. Biblia inasema, seme sawa. Mwivi haji ila aibe. Mwivi haji ila aibe, na kuchinja, na kuharibu. Mimi nalikuja. Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Umati huu, Yesu anasema ya kwamba ninajua shetani alikuvutia, amekuingiza katika dhambi, taja ya kwako, amekuangaisha na kusambaratishia maisha. Na Yesu anasema jioni hii ya kipekee, nimetembea kenyenya ili nikupatie uzima, tena nikupe huo uzima tele. Bwana Yesu asifiwe. Tele, in abundance. Huyo ndio Yesu tunayemwabudu.
Ndio maana ule wimbo unasema miguuni paka Yesu, hapa mahali bora pa kuweka dhambi zangu. Tupige hatua sasa. 14, twende. Nyoka amekubali kuisikia sauti ya mzushi, amekula adhabu yake, na Mungu sasa anajiandaa kushughulikia watoto wake. Mungu aliye Baba anajiandaa kushughulikia watoto wake anawapenda, amewaumba, ambao ni wathamani kwake. Kwa sababu ya kile ambacho mzushi amekifanya, anajiandaa kushughulikia watoto wake. Soma mstari wa 15 sasa. Inasema, Mungu akasema, nami nitaweka uadui kati yako, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako, na uzao wake. Maliza. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Tulia sasa. Kwa sababu mwanadamu amekwisha angushwa dhambini, Mungu aliye Baba lazima ashughulikie watoto wake. Anasema, najua mmeshirikiana na mzushi, najua mmeisikia sauti yake, najua amewaangusha mali sikutaka mfike, lakini mimi Mungu niliye Baba wenu, ninayewajali na kuwapenda, nitaweka uadui kati yenu na huo uzao ambao umewaangusha. I'll put enmity, nitaweka uadui. Wacha nikwambie, nilikuwa kusema hili lakini Roho wa Mungu amenikumbusha niliseme. Asili tulio nayo, uweza wa Mungu usipoingia ndani, ni asili ambayo inavutiwa kutenda dhambi tu. Lakini ashukuriwa Mungu ya kwamba tulipoanguka dhambini, alikusudia ili kwamba aweke uadui ili kwamba kuwe na chuki ya dhambi ndani yetu. Ndio maana jana mchungaji akasema, ama ni asubuhi leo akasema ya kwamba yeyote ambaye Yesu anakaa ndani yake, haiwezekani tamaa ya dhambi kutamalaki hapo, kwa sababu uwepo wa Yesu Kristo ndani yako kinachofanya ni kuweka uadui kati yako na dhambi. Yesu akiwepo, uadui na dhambi unapatikana. Yesu akiwepo, urafiki na Yesu unakuwa thabiti. Haki inakuvutia, dhambi inakuchukiza. Manake uwepo wa Yesu Kristo hauwezi kuruhusu uwepo wa dhambi vile vile. Je, unatamani kuwa na ushindi dhidi ya dhambi? Hauhitaji kisomo chako, kwa hiyo hauhitaji elimu yako, kwa hiyo hauhitaji mamlaka yako. Kwa hiyo ili uwe na ushindi dhidi ya dhambi, unayemhitaji ni simba aliye wa kabila la Yuda. Huyo akingurumia dhambi maishani mwako, lazima dhambi itulie. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Lazima itulie. Lakini ulisikia tamko la Mungu kweli. Alisema hivi, uzao wa nyoka utakuponda kisigino. Uzao wa nyoka utakuponda kisigino. Unajua, shetani humjeruhi mwanadamu, shetani humjaribu mwanadamu, shetani humvamia mwanadamu, lakini kuna kiwango ambacho hawezi kupita, hawezi kupanda. Niruhusu nitumia fungu, hawezi kupanda kupita kisigino. His access is limited. Haya, hivi mmesikia kitu nimesema kwenye watoto wa Mungu kweli? Mmesikia kweli? Shetani anavamia, sawa. Shetani anajaribu, sawa. Shetani anatesa, lakini sikiliza, his access. Hivi access nini na Kiswahili? Hiyo upeo wake Mungu ameutunza, ameushughulikia. Kuna mahali hawezi kupita. It is under check. Mungu akisema hapa upiti, haupiti. Hapa au exceed. Na kwa hiyo ndio maana fungu linasema hivi,
Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13. Sikiliza sasa, Mungu aliye Baba msikie, Mungu anayekujali msikie, Mungu ambaye hataki shetani akuangaishe zaidi ya namna unavyoweza. Soma tuende Wakorintho wa kwanza 10:13 twende. Biblia inasema jaribu halikuwapata ninyi, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Tulia wapenzi, nisikilize mama yangu mpendwa, kijana unayenisikiliza, mzee katika mkutano, unayenisikiliza mbali na mtandaoni. Biblia inasema kwamba Mungu wetu wa mbinguni anasema jaribu linalowapata, jambo la kwanza, ni kawaida ya wanadamu. Ila Mungu, tulia mwanzo, tulia tu Makenzi, Mungu akubariki. Ni kawaida ya wanadamu, hakuna kitu kipya chini ya jua. Wacha kujisikitisha, wacha kuishi kana kwamba wewe ndio wa kwanza kupitia kile ambacho unapitia. Najua ni uchungu, sawa, najua ni nzito, sawa, najua imekulemea, sawa, lakini Mungu anakuambia jambo la kwanza ni kawaida ya wanadamu. Jambo la pili anasema ila, twende, ila Mungu soma Makenzi. Samahani, ila Mungu ni mwaminifu, twende, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Tulia, Mungu ni mwaminifu. Hayo majaribu ambayo ni kawaida ya wanadamu, anasema sitaruhusu yapite namna unavyoweza. Sikiliza, Mungu akiruhusu jaribu lije, manake yeye ni Baba. Mungu akiruhusu kipindi kigumu kije, manake yeye ni Baba. Anaipima, anajua hii nayo Robinson anawezana, hii nayo Mackenzie anawezana, hii nayo Emmanuel anawezana. Haruhusu jaribu lije ambalo huwezani nalo. Hivyo ndivyo Mungu wa mbinguni anavyotujali. Anapima capacity ya kuresist, kiwango cha kushinda anapima, lakini pia anapima circumstances anaporuhusu. Mungu wetu ni mwenye huruma na yeye ni Baba, na kwa sababu ni Baba hajawahi kutaka mtoto wake ajaribiwe zaidi ya namna awezavyo. Mama, ni kipi unapitia sasa hivi? Mzee, ni kipi hicho kimekulemea? Kijana, ni kipi hicho kinakuangusha chini kabisa? Sikia, kama Mungu ameruhusu, ina maana anajua pia kuna uweza wa kutoka. Maliza fungu, inasema twende, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Soma kabisa. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango. Mungu atafanya mlango, twende, wa kutokea. Maliza kabisa. Ili muweze kustahimili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mungu anasema ya kwamba akiruhusu jaribu lije, amelipima. Akiruhusu jaribu lije, unawezana nalo. Lakini pia anasema akiruhusu jaribu lije, kuna mlango wa kutokea. Sikia, ukilemewa, ukihisi kana kwamba linaenda kukuangusha, mwambie Bwana, upepo wavuma, wimbi limejaa ghadhabu, na yeye kwa sababu ni mwenye upendo, yeye kwa sababu ni atapeana. Tumalize fungu. Akasema utamponda kisigino, lakini yeye atakuponda kichwa. Hapa ndipo tunapohitimishia somo letu sasa. Kamwambia wewe utamponda kisigino, lakini yeye atakuponda kichwa. Unajua, sijawahi kutumia bastola, ila najua ya kwamba aliyepigwa risasi ya miguu na aliyepigwa risasi ya kichwa, matokeo ni tofauti kabisa. Aliyepigwa risasi ya kichwa na aliyepigwa risasi ya miguu, matokeo ni tofauti wapenzi. Sikia, shetani anachoweza kufanya ni just small scratches, ni kutukwaruza tu kudogo, lakini kupitia Yesu Kristo, lakini kupitia kifo chake msalabani, lakini kupitia kafara yake kamili. Sikiliza, shetani na kizazi chake chote Yesu amekiponda kichwa, amewaharibu beyond survival again. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Na yeyote aliye ndani ya Kristo, huyo ni mshindi. Ni mshindi.
Maanake anachokifanya Yesu Kristo, alichokifanya Yesu Kristo, atakachokifanya Yesu Kristo, matokeo yake ni moja, ni kwamba ushindi kwa watoto wake wanaokaa ndani yake na yeye anakaa ndani yao. Matokeo ni kwamba ushindi ni hakika. Sikiliza mpenzi, pale Kalvari Yesu alidhihirisha upeo wa juu zaidi wa kushughulikia dhambi. Pale Kalvari, nisikilize, Yesu alimalizana na shetani kwa mara ya mwisho. Pale Kalvari Yesu alikiponda kichwa chake na anajiandaa tuja kumaliza tu kazi ambayo tayari alianzisha msalabani. Pale msalabani Yesu Kristo alitupatia uweza tena wa kufanyika watoto wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana mwandishi ninayempenda nje ya Biblia anasema hivi, msalaba ni ufunuo wa tabia ya Mungu ya upendo kwa dhamira zetu ambazo zimekufa. Msalaba, sikiliza, ni ufunuo wa upendo wa Mungu kwa dhamira zetu ambazo zimekufa. Na for a final time, kwa mara ya mwisho, Yesu Kristo alimaliza mchezo huo. Niruhusu nitumie neno mchezo kwa kukosa neno zuri. Alimaliza pambano hilo. Na Yohana 19 mstari wake ni wa 30. Soma tumalize ubiri makezi sasa. Msikie Yesu ambaye amemshughulikia shetani. Msikie Yesu ambaye amekiponda kichwa. Msikie Baba wa mbinguni ambaye amemaliza yote. Sasa sikia, sasa tumalize ubiri. Inasemaje? Twende. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki. Alisema imekwisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe umati. Sasa wacha nikupatie kitu kitakacho kufurahisha nikimaliza ubiri. Najua hii mfadhili atapenda sana mchungaji. Unajua Yesu alipopeana tamko lile msalabani ile Ijumaa, watu wa kawaida waliokuwa wanapita pale msalabani walishtuka. Listen, walisikia kwa makini sasa. Watu waliokuwa wanapita walishtuka Yesu aliposema imekwisha. Kwa nini? Lile neno imekwisha, niruhusu tu kwa dakika tu, ili kama nikupatie maana yake, itakusaidia kuona picha ambayo utaipenda sana. Lile neno imekwisha ni neno ambalo katika lugha yake original linaitwa tetelestai. Tetelestai. Hebu hiyo tuseme sote, kila mmoja aseme tetelestai. Tuseme sasa tetelestai. Makenzi hii tetelestai, I feel excited. Wakati mwingine ukisikia namna Yesu amefanya vitu, unasikia uruke, unasikia upae, kwa sababu kile ambacho Yesu amekifanya, gharama ya dhambi imeshughulikiwa vilivyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa lile neno tetelestai lilikuwa likitumika katika sehemu nyingi. Mimi nitachagua mbili tu. Wakati mmoja watu wakienda vitani, wakishashinda na kukusanya kila kitu, wakirudi na ushindi, walikuwa wanasema tetelestai. Tetelestai, yani tumekusanya kila kitu, ushindi ni hakika, nimekusanya kila kitu, nothing is left. Kwa hiyo wakati Yesu akiwa msalabani, sikia akisema imekwisha, anamwambia baba yake ya kwamba nimekusanya kila kitu, hakuna yeyote nimemfungia nje, I have saved them totally. Amen. Nimewakomboa. Lakini jambo la pili, ilikuwa mtu akiwa na deni lako kitambo, wanaandika list. Nasema mchungaji Fadhili namdai kiasi hichi, Lamek namdai kiasi hiki, Makenzi namdai kiasi hiki. Wakilipa ilikuwa inakuwa crossed, alafu hapo inaandikwa tetelestai, fully paid. Fully paid. Yesu anasema wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Kwa nini? Alilipa bei, tunawiwa naye, dhambi ilitia wa, lakini Yesu aliondoa. Kwa nini dhambi kutese? Kwa nini dhambi kuangaishe? Una sababu gani ya kutompokea Yesu wakati gharama ameilipa? Fully paid. Amen. Our title and our fitness, hiyo sijui ni vipi kwa Kiswahili, nimemwachia mchungaji Fadhili.
our title and our fitness, vyote amevilipa kwa kifo chake msalabani. Tuko na haki ya kufanyika watoto wa Mwenyezi Mungu. Tuko na haki ya kuingia mbinguni kwa damu yake ya thamani, kwa sababu wapenzi, alilipa bei. Fully paid. Fully paid. Sijui ni kipi ambacho kinakuzuia hata upokee mwito wa ubatizo. Umekuwa ukiangalia dhambi zako. Have you been considering your sin? Sikiliza. Kama kuna kilo 3 za dhambi, Yesu wangu ana kilo 6 za damu. Hakuna dhambi inayoweza kumzuia kushughulikia. Hakuna wapenzi. Huyu ni Baba anatupenda. Huyu ni Baba anatujali. Na hatimaye wapenzi, alilipa yote. Namalizia hapa. Unajua kuna ushahidi wa kutosha mbinguni. Acha nishuke chini. Hapa chini kuna namna ya kushuka kumaliza na style. Kuna ushahidi wa kutosha mbinguni kwamba gharama ya dhambi imelipwa. Kwa nini? Unajua ile Ijumaa Yesu alipokufa msalabani. Hebu twende tumaliza hii. Mathayo 27. Hapo ndio tunaishia. Mathayo 27 50 hadi 53. Twende kwa pesi. Ile Ijumaa Yesu alipokufa msalabani. Mathayo 27 50 hadi 53. Twende kwa pesi Mathayo. Sasa nasemaje Makenzi? Kuna kitu speciali ambacho kilitokea. Something so special kilitokea Yesu alipokufa ile siku pale. Twende kabisa. Mathayo ni 27 50 hadi 53. Biblia inasema naye Yesu akisha kupaza sauti, twende kabisa, tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Twende kabisa, toka juu hata chini. Kabisa Makenzi nasema, nchi katetemeka. Sawa. Miamba ikapasuka. Alafu makaburi yakafunuka. Kisha ikainuka miili mingi. Ya watakatifu waliolala. Songa kabisa. Nao wakisha kutoka makaburini mwao. Baada ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Wakauingia mji mtakatifu. Wakawatokea wengi. Sasa Yesu amekufa msalabani. Sikie. Kisha Biblia inasema kwamba alipopeana tamko la mwisho na kaachia roho yake kwa Baba yake, anasema makaburi, that's the only part nataka. Makaburi yalifunuka. Kisha miili ya watoto wa Mungu ikainuka. Kisha baada ya ufufuo ikatokea watu katika mji mtakatifu Yerusalemu. Sasa let us pause. Imagine kuna jamaa alikuwa amekufa mzee. Alafu nakutana na yeye Jumapili asubuhi. Anatembea katika barabara za Yerusalemu. Unashtuka, nakwambia, nini? Sinadhani tulikuwa tumekuzika. Actually utakuwa na muda wa kuuliza maswali. Maana tunaogopa maiti, tutachomoka mbio. Lakini akanimagine kitu ambacho jamaa yako anaweza kukuambia. Anambia, sikiliza, nilikuwa kaburini, lakini nikiwa kule chini nilisikia sauti kama mwangwi ikisema, tetelestai, imekwisha. Kifo hakingeweza kunizuia. Nikainuka, nikapewa uzima, ninaishi na huyo Yesu ambaye alikufa, hata yeye anaishi. Najua Yesu akasafiri na wao baada ya zile siku za kuwa hapa, akaingia nao mbinguni. Mwandishi ninayempenda nje ya Biblia anasema tena ya kwamba alipofika mbinguni tu hivi, malaika walipoona kundi amekuja nalo, wakasema, amemaliza mpango wa ukombozi. Ameleta watu walikuwa wanajiandaa kumvika Yesu taji, kumpatia utukufu. Akasema, not yet, bado. Hii ni malimbuko ya kwanza tu. Hii ni first fruits peke yake. Bado Robinson yuko kule chini. Bado Mackenzie amebaki kule chini. Bado Heaven Target amebaki kule chini. Nitawaleta hatimaye wapenzi. There is an evidence in heaven. Kuna ushahidi mbinguni sasa hivi ya kwamba gharama ya dhambi imelipwa kikamilifu. Fully paid. Kwa nini usije kwa Yesu sasa? Kwa nini usije kwa Yesu sasa? Kwa nini usipige hatua sasa? Wanaoamini kwamba kweli gharama imelipwa. Mchungaji Fadhili. Wanaoamini kwamba kweli gharama imeshughulikiwa. Gharama
Gharama imelipwa pasipo kuachwa. Gharama imelipwa, hakuna kitu kimesalia. Huna sababu ya kukataa mwaliko wa ukombozi. Niambie, ni dhambi gani hiyo nafikiri Yesu hawezi kushughulikia? Ni nini hiyo nahisi Yesu hawezi kusamehe kwayo? Nini ambao nahisi kwamba Yesu hawezi kubadilisha? Mimi najua watu wabaya zaidi kukushinda, lakini hatimaye walipompokea Yesu Kristo, maisha yao yalikuwa tofauti kabisa. Amen. Mkubali Yesu. Karibu pastor. Na jioni ya leo, wakati tukiwa tunaenda katika kilele cha pekee sana cha hotuba hizi, ndugu yangu Evangelist Robinson, ninamshukuru Mungu sana kwa neno hili lenye nguvu sana ambalo limeruka katika milima na viwanja vya Kenya. Wakati tunapoenda kuomba jioni ya leo, ninamkumbuka binti mmoja anayeitwa Esther. Esther alizaliwa kwenye familia ambaye alikuwa amezaliwa peke yake, na mama na baba wakampenda sana Esther. Lakini Esther, baada ya kuwa amezaliwa na kupendwa sana na wazazi wake, sikiliza kisa hiki ambacho kinamalizia pale ambapo kinasema Mungu kama baba. Na hivyo Esther amezaliwa, ameishi akiwa na miaka 9 Esther. Mama akafariki, baba akabaki bila mke, na Esther akabaki bila mama. Lakini Esther akiwa na umri wa miaka 11, baba yake akaoa mke. Ninazungumza habari za Yesu kama baba, na naomba usikilize vizuri. Esther akaanza kuishi na mama ambaye ni mama mwingine, maana mama yake amekufa. Fuatilia kisa hiki na urudi katika wazo hili ya kwamba tunaye Yesu ambaye yeye ni baba yetu. Ndugu yangu msikilizaji ambaye uko mtandaoni, na wewe ambaye umekuja katika mikutano hii leo, wakati tunafanya hitimisho kubwa la hotuba hii, Esther akawa amekaa na mama yule, lakini mama akaanza kupata watoto. Akapata mtoto wa kwanza, akapata mtoto wa pili, ambao sasa ni watoto wake mwenyewe. Na Esther ni mtoto ambaye ameachwa na mama yake. Na nataka nikwambie, Yesu ama Mungu kama baba. Wakati Esther amezaliwa na mama amekufa, lakini sasa analelewa na mama mwingine. Mama yule akawa na roho mbaya, akawa anamtesa Esther, na akamwambia Esther, huruhusiwi kusema mabaya ambayo ninakutendea. Akawa anampiga vibaya. Na kitu kimoja ambacho unaweza ukashangaa, Esther alikuwa ananyimwa chakula, anafanyishwa kazi ngumu, anateswa na mama ambaye si mama wake wa kumzaa. Esther akiwa anateseka sana. Kisa kinaeleza vizuri, na naomba ujue kwamba Yesu kama baba. Tunapoenda katika kilele cha hotuba hii, Esther akateswa sana, lakini kuiweka stori hii ili uweze kuielewa kwa ufupi wake. Siku moja mama alikuwa ameacha vitu jikoni, na ili ni jiko la kuweka kuni. Kwa hiyo linachomwa zile kuni, na kwa hiyo anatakiwa atazame. Palikuwa pamebandikwa chakula ambacho kinapikwa, beans zilikuwa zinapikwa. Akapewa maelezo kwamba aangalie beans zinavyokuwa zinaiva, lakini akaambiwa aoshe vyombo, lakini akaambiwa adeki nyumba. Akapewa kazi kadhaa. Sikiliza, alikuwa ametolewa vyombo vya gharama na vyombo vingine ambavyo vya kuvunjika. Esther akafanya kwa uaminifu, akafuta vyombo vizuri, akaviweka mpaka kwenye kabati vizuri, akaviacha vizuri. Wakati ameviweka kwenye sehemu yake vizuri, watoto wadogo wa mama huyu waliokuwa wameachwa pia pale nyumbani, Esther akiwa nje anatazama zile beans ziive kwa jiko, ndipo watoto wakacheza, wakaangusha
ya zile glasi zikavunjika na wakawa wametikisa ile kabati, vyombo vikamwagika na kupasuka chini. Wakapanga jambo moja wakiwa wawili, kwamba watamwambia mama yao aliyevunja vyombo ni Esther, lakini sio wao. Ninamjua Yesu ambaye ni Baba, na namshukuru Mungu kwa ajili ya hotuba hii ambayo inasema Yesu Mungu wetu ni Baba yetu. Ninaomba usikilize hili tunapotengeneza na kuweka mawazo yetu kwa Yesu kama Baba. Esther akiwa ajui kinachoendelea huko ndani, watoto wale walikuwa wanajua, wakatoka wakakaa nje pamoja na Esther. Esther aliamua kukaa jikoni, maana watoto wale walikuwa wamefundishwa kumfanyia madharau, wanampiga na yeye haruhusiwi kuwarudishia, wanamtesa kwa maneno na yeye anatakiwa akae kimya, maana wakimwambia mama yao kwamba Esther amewasemesha vibaya, alikuwa anapigwa kama karibu kufa na kuwa mgonjwa. Lakini siku hii wakawaza kwamba Esther atasingiziwa kwamba yeye ndiye amevunja vioo, amevunja glasi. Unajua kilichotokea rafiki zangu, mwinjilisti na rafiki yangu Robinson, nina habari njema kwa watu hawa wa Kenyenya kufuatia hotuba hii. Baada ya kisa hiki kuunganika na hotuba ya siku ya leo, Esther akiwa amekaa hana hatia, hajui jambo lolote. Waliovunja glasi na vitu vya kwenye kabati ni wale watoto wa mama yule. Walipomwona mama yao wakamkimbilia, kabla hata afike wakamwambia, mama, Esther amevunja vyombo vyako kabatini, vimeanguka, vimevunjika, viko pale sebuleni. Mama akakimbia akaenda akatazama vile vyombo. Alipoviona vimemwagika na kupasuka, alitoka nje na kisu bila kumuuliza Esther neno lolote. Akaenda akakichomeka kisu pale kwenye moto. Wakati kinapata moto, akaanza kumpiga vibaya Esther, akawa amemwangusha chini, anamkanyaga, anampiga kwenye kichwa, anamkanyaga tumbo, anamkandamiza Esther. Esther hana kosa lolote, na wala hajui kwa nini anapigwa, wala hajaulizwa kwa nini umefanya kosa, wala hajaulizwa chochote. Esther anapigwa pasi na kosa lolote. Lakini msikilizaji, kama haitoshi, mama yule akachukua kisu alichokuwa amekiweka kwenye moto, akaanza kumchoma Esther, akaanza kumsugua kwenye ngozi, anachomoa ngozi na moto, kisu kinaendelea kuchoma, anampitisha kwenye tumbo, anapitisha kwenye kichwa, anamchubua, akawa anakiweka tena, anaenda kumchoma, mwili mzima unachomwa na kisu. Esther hana kosa wala hajafanya chochote, lakini baba hakujua kwamba mtoto wake anapita kwenye mateso, anapita kwenye mateso mchana na jioni ya leo. Ninajua ya kwamba baba aliyehubiriwa hapa anajua mateso unayopitia. Baba ambaye amekuja duniani akatuumba kwa namna ya kipekee, na tena tulipotenda dhambi akaja akatukomboa. Ndiyo maana anasema katika kitabu kile cha Yohana 14, anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, ni aminini na mimi, maana nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, na kama sivyo ningali waambia. Esther akachoma vibaya. Lakini napenda hapa ambapo umemalizia msikilizaji, ambapo amekuwa akisikiliza Mwinjilisti Robinson. Unajua Esther baada ya kuwa amechomwa vibaya, amepigwa vibaya, amekanyagwa kichwani, amekanyagwa tumbo, ngozi imechomwa, imechomeka karibia ngozi yote, yule mama akambeba Esther, akamburuta, akamweka kwenye kitanda chumbani mwake anapolala. Alikuwa ametengwa, analala peke yake. Baba aliporudi akauliza, Esther yuko wapi?
mbona mapema Esther haonekani? Akamwambia mme wake ya kwamba Esther alikuwa na kazi nyingi, amechoka, amelala. Kumbe amemfunika, amemwacha ndani. Esther anaendelea kuishiwa na maji mwilini. Esther anaendelea kuugulia maumivu. Mlango umefungwa, baba yake akiwa anafikiri mtoto amelala, kumbe amepigwa vibaya. Sikiliza, baba huyu alipokuwa amelala usiku wa manane, alisikia Esther anaita kwa sauti kubwa, anasema baba, anasema baba, 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 ninakufa baba, ninakufa baba. Mzee akaondoka kwenye usingizi, akatoka kitandani, akaenda akamfuata binti yake, akimwangalia sasa, anamwambia baba, ninakufa baba. Akamwambia nifunue, toa shuka uone baba. Baba yake akitazama, anaona mtoto ameungua, amechomwa kila mahali. Anamuuliza Esther, kwani nini kimetokea? Alimjibu, nimeteswa bila hatia, nimeteswa bila hatia, ninanyanyaswa pia bila hatia. Msikilizaji, Esther kama binti alimwambia baba yake maneno fulani hivi, akamwambia nitoe unipeleke nje mpaka kwenye kaburi la mama yangu, mpaka kwenye kaburi la mama yangu. Esther akang'ang'ana, Esther akang'ang'ana, akapelekwa nje. Alipofikishwa kwenye kaburi la mama yake, mahali hapa pananitia maumivu, Esther akajisogeza, akalala juu ya kaburi, akanyosha mwili wake ukitazama chini kuelekea kaburi. Akamwambia mama yake maneno haya. Anaongea na maiti na kaburi ambalo alitasikia, lakini maneno aliyoyasema yana maumivu sana. Alimwambia, kwa sababu dunia haina haki, kwa sababu ya mateso ambayo ninapewa, nimeamua nikufuate huko ulipo. Lakini mwandishi wa hadithi anasema Esther akamaliza kwa maneno haya, mtenda haki atakapokuja atatufufua tena. Ninaomba niseme, mtenda haki atakapokuja atatufufua tena. Esther anakufa akiwa na maneno ambayo yamejaa maumivu. Anasema mtenda haki atakapokuja atatufufua tena. Esther aliaga, baba yake akabaki na maumivu. Hadithi haielezi nini baba alifanya kwa mke wake. Hadithi haielezi upande wa pili, ila inaeleza kwamba Esther alikufa. Akimaliza na maneno haya, mtenda haki atakapokuja atatuchukua tena. Ni Bwana asifiwe sana. Wangapi jioni ya leo wanasema, wangapi jioni ya leo wanasema, nimesikia hiyo mbiu na nimejua habari za Yesu Kristo ambaye ni baba, ambaye anaona, ambaye anajua kwamba dunia imejaa maovu, ila kama alivyotamka msalabani ndugu yangu Robinson akasema imekwisha, yani tetelestai, nina habari njema. Atatamka tena kauli hii, atasema imekwisha, imekwisha. Mdhambi azidi kwa mdhambi na mwenye haki azidi kutenda haki. Baba atasema imekwisha, baba atasema tetelestai. Wangapi wanasema kauli hii itakapotamkwa, baba atakaposema imekwisha, ninaomba mimi niwe upande wa wenye haki, ninaomba niwe upande wa wenye haki. Kama ndio tumaini lako, kwa nini usinyoshe mkono wako? Dunia haina haki, kwa nini usisimame sasa? Lakini mtenda haki anakuja. Ninasema tena, mtenda haki anakuja. Amen. Anakuja. Amen. Anakuja kuwatetea akina mama ambao wanashinda kotini, ambao wananyimwa haki zao. Anakuja kuwatetea watoto ambao wamenyimwa haki zao.
anakuja kukomesha mateso ya shetani. Na huyu shetani ametuponda kisigino, ila mwandishi mmoja anasema Yesu atakapokuja shetani atapigwa na kusagwa kichwa chake. Wangapi wanasema sasa, baada ya kusimama Yesu Mwokozi wetu, ninaomba kama Baba ambaye unaona haitatosha kutukomboa, haikutosha kutuumba, ila unasema unakuja tena, ninatamani niende kule ulipo nipate raha ya milele. Ni nani ambaye anasema Yesu, sasa naomba uje? Kwa nini tusitembee na kufika hapa mbele wakati Yesu anasema? Amen. Wewe tembea sasa, tuje kwa Yesu wetu, kesha ukaombe. haleluya, na uje mwanangu, alilipa bei nawiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Bwana, nimeona uwezo wako. uwezo Kila mmoja amekaribishwa. waweza takasa Kila mmoja amekaribishwa. mioyo michafu. Alilipa bei, Yesu alilipa bei. nawiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, Bwana asifiwe. Amen. Ngoja niwaambie jambo hili. Hubiri lilokuwa linahubiriwa limejaa mamlaka makubwa ya wokovu wetu. Amen. Yesu na Mungu wetu amefanyika kuwa baba yetu. Amen. Nasema tena, amefanyika kuwa baba yetu. Amen. Lakini uhakika ambao hauna mashaka ni huu: sio baba aliye mbali. Wapendwa, nasema tena, sio baba aliye mbali. Uhakika mkubwa ni huu: anakuja kutuchukua tena. Amen. Nasema tena, anakuja kutuchukua tena. Amen. Wapendwa, anakuja kutuchukua tena. Amen. Na akija, matatizo yote yatakoma. Nasema tena, matatizo yote yatakoma. Amen. Wapendwa, yatakoma. Amen. Hebu wote tuseme tena, tetelestai. Tetelestai. Hebu tuseme imekwisha. Imekwisha. Tuseme tena, imekwisha. Imekwisha. Lakini amua, atakaposema imekwisha, uwe upande wake. Amen. Nasema tena, uwe upande wake. Amen. Jioni ya leo, kwa sababu tumekuja tayari mbele, ninataka niwaambie maneno haya Mama White anayosema. Huyu ni mwandishi mzuri, anaandika, anasema Jesus will come with an escort. Yesu atakuja na kundi. Hivi escort ni nini sasa? Anakuja na maamiri jeshi, anakuja na jeshi kubwa, anakuja na umati mkubwa kukuchukua wewe mmoja akupeleke mbinguni. Amen. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Huenda watu wamekufanyia madharau, huenda watu hawaja kurecognize, huenda kuna watu wamezoea msafara wa rais, wamezoea msafara wa governor, wamezoea misafara mbalimbali. Nina habari njema jioni ya leo, atakaye mchagua Yesu anasema anakuja na mwaliko wa jeshi kubwa. Amen. La malaika. Amen. Na anachokuja kufanya ni nini? Anataka akuchukue wewe.
Nasema tena, anataka akuchukue wewe. Yaani atakuheshimu kiasi kwamba itamgharimu atoke umbali mrefu aje akuchukue wewe. Je, uko tayari Yesu akuchukue? Na je, umefanya maamuzi yao Yesu akuchukue? Habari hizi sio za kubuni, ni habari kamili. Yesu anakuja kutuchukua. Yaani anakuja kutuchukua. Amen. Je, umejiandaa? Ninakuombea uwe miongoni mwao. Lakini jioni ya leo tunapoenda katika maombi makubwa sana pia ambayo natamani tu yaombe. Unajua, nimefahamu jambo hili. Watu wanamjua Mungu, ila leo wamevuka hatua, wamemjua Mungu kama baba yao. Amen. Na tunataka Mungu kama baba ambaye hashindwi jukumu lake la kuwa baba, ambaye hajawahi kufeli jukumu lake la kuwa baba. Tumtwishe fadhaa zetu, tumpe changamoto zetu, maana tumesikia yeye ni baba. Amen. Lakini tumeambiwa hata shishia kutenda tu miujiza. Muujiza ulioshinda miujiza yote ni kuja na mwaliko wa jeshi la malaika kukuchukua wewe mmoja pamoja na wengine watakaomchagua, ili kwa pamoja twende naye mbinguni. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Muujiza wao ukitendwa, hakikisha uko miongoni mwao. Na kwa sababu tunaenda kwenye maombi, ni nani yule mmoja ambaye anasema, Pastor, leo nayo imekuwa siku ya kipekee ambayo na mimi natamani Yesu Kristo ambaye ametangazwa kama baba, ametangazwa kama baba, ametangazwa kama baba, ninaomba nimpe Yesu maisha yangu, awe Bwana na Mwokozi, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa sababu umejua kwamba sasa ni baba, na ukimpokea yeye, wewe shetani atadili na visigino, ila yeye atakachofanya Mungu atampiga shetani kichwa. Amen. Itakuwa ni total distraction. Mungu anakuita wewe. Je, yuko mmoja hapa ambaye anasema, Yesu, na mimi nataka kuongezeka? Unajua Jumamosi tutabatiza mamia ya watu wengi sana watabatizwa, lakini najua na wewe Mungu anakutaka wewe, anakupersonify, anakuita wewe mmoja individual. Kama yuko mmoja ambaye anasema, mchungaji, na mimi pia natamani niwe miongoni mwao. Amen. Wako wale ambao wameshaandikwa tayari, ambao wameshayatoa maisha yao. Je, yuko mwingine ambaye anasema, Yesu, na mimi naomba niwe miongoni mwao? Kama yuko huyo, anyoshe mkono wake. Amen. Anasema, na mimi natamani nibatizwe. Amen. Na mimi natamani ubatizo mkubwa. Mungu akubariki sana kwa kuja. Mungu akubariki sana kwa kuyatoa maisha yako. Natamani ikiwa kuna mtu mwingine atembea, aje pande hii. Yesu ndiye ambaye anakuita, wala sio umati ambao unakuita. Ikiwa unasema, namtaka Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninajua kundi la watu ni wengi, lakini shetani anachofanya, anawafanya watu wazoee wito, alafu wachukue ni kitu cha kawaida. Naomba ikiwa upo, tembea uje hapa niombe pamoja na wewe. Mungu akubariki sana unapotembea. Yesu kama baba, Yesu kama baba anataka kukumbatie. Ikiwa yuko mmoja wetu, ninajua watu ni wengi kabisa, ila wanatazama nani ataendelea kusonga na mimi nisonge. Yesu anaita wito wake binafsi kwako jioni ya leo. Yesu anaita wito wake, songa uje tuombe pamoja. Ninaomba uimbe beti alilipa bei, beti la kwanza na chorus, wakati watu wanakuja hapa mbele, wanawake kwa wanaume, wasichana kwa wavulana, watu kwa umri wao. Watu watakaobatizwa ni wengi, lakini shetani usikubali akushike. Tembea mbele. Njoo tu dadangu, tembea uje, tembea uje, tembea uje, tembea uje kaka. Wewe una nguvu. Wale ambao wanahitaji ubatizo, tembea uje, tembea uje, tembea uje rafiki yangu, na uje mwanangu. Yesu anakuita wewe, Yesu anakuita wewe, wewe uliyerudi nyuma, wewe ambaye ulipotea. Yesu anakuita wewe, Yesu anakuita wewe. Ninakuomba dada usogee, ninakuomba kaka usogee, ninakuomba mzee usogee.
usisogee. Ninakuomba rafiki yangu utembee. Mungu akubariki unayekuja. Mungu akubariki unayekuja. Mungu akubariki. Tembea hapa. Bariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kwani usitembee? Njoo tu rafiki. Njoo tu rafiki. Mungu akubariki sana. Ni nani mwingine ambaye anasema Yesu, ninahitaji maisha yangu? Wewe dada, kaka, rafiki yangu mpendwa, tembea uje. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kwa nini usitembee? Rafiki, Mungu akubariki sana. Rafiki, Mungu akubariki sana. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Dada, Mungu akubariki sana. Ninaomba Mungu awabariki sana. Tembea uje. Tembea uje rafiki. Wala usiangalie watu. Tembea uje. Mungu akubariki sana dada. Mungu akubariki sana rafiki. Mtie moyo mtu fulani aje. Mtie moyo aje. Mtie moyo aje. Mtie moyo aje. Yesu anaita. Yesu anaita. Anasema yeye atakayeshinda dhambi nitampa kuketi pamoja naye. Bwana akubariki. Lipa Yesu. Alilipa bei. Tembea rafiki yangu. Yeyote atakayeshinda dhambi nitampa kuketi pamoja naye. Bwana akubariki sana. Tembea rafiki. Tembea rafiki yangu. Kaka tembea. Dada tembea. No. Ninaomba utembee uje. Ninaomba utembee uje. Bwana, nimeona uwezo wako. Je, yuko mmoja katikati yetu anayefanya maamuzi haya akiwa anachelewa? Bwana anasema njoo. Bwana anasema njoo. Tembea uje. Tembea uje. Kule barabarani, hapa kwenye kundi, hapa katikati. Yesu anaita. Alilipa bei. Ninawiwa naye. Dhambi ilitia wa. Yesu ameiondoa. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Baba njoo. Kaka njoo. Rafiki njoo. Mtu fulani njoo. Yesu anakuita. Alilipa bei. Tunamaliza korasi hiyo na tunaenda kwenye maombi makubwa jioni ya leo. Tunapoenda kuomba, labda niwaambie jambo hili. Inawezekana naongea na mtu ambaye hajaelewa kwamba ni upendo wa namna gani huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine. Inawezekana kuna mtu hajaelewa. Yesu alikubali akae uchi. Yesu alikubali akae uchi. Akae uchi ili sisi tupate heshima. Wewe utamuogopa nani unapotaka kufanya maamuzi haya? Yesu anataka ujiangalie, ujue thamani ya wokovu wako. Tena anasema yeye ni Baba. Yeye ni Baba na anakuja akuchukue nyumbani kwake. Na ndio maana anaandika, anasema yeyote aminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Je, tunapoenda kuomba, huenda umeshindwa kutembea kuja hapa mbele, lakini unasema pastor, naomba niyatoe maisha yangu kwa Yesu. Huenda unasema nimeogopa crowd. Huenda unasema bado sijapata ujasiri, lakini nisingependa ukose kwenye kundi la watakaoamini. Hatujui usiku utaendaje, hatujui kesho itakuwaje, hatujui mpaka Sabato ubatizo itakuwaje. Robinson atakumbuka tuliwahi kuitisha wito. Mama mmoja alikuwa mjamzito. Robinson, unakumbuka pale Mombasa, wakati tunaita wito kama hivi, alikuwa mjamzito. Alafu tukaitisha wito. Alikuwa anapenda kuwahi kwa crusade. Alikuwa anakuja mapema sana, anakaa mbele, na tena alikuwa anakaa peke yake. Wito ulipotolewa siku zote akawa anakataa, au tuseme anachelewa. Lakini siku ya mwisho, wakati naitisha wito kama huu, nikasema, je, kuna mtu ambaye hawezi kutembea mbele ila anataka atoe maisha yake? Yule mama akiwa amekaa, Robinson atakwambia, alinyosha mkono wake akasema, na mimi
natamani kubatizwa. Wakati amenyosha mkono juu siku ile, jioni ile, Robinson atakwambia kesho yake mchana tunaambiwa amezidiwa, anaenda kwa ajili ya kujifungua. Baadaye tunaambiwa hali ilikuwa mbaya njiani, anafika hospitali, yule mama alipoteza maisha, lakini alijitoa kwa kunyosha mkono siku moja kabla ya umauti wake. Hatusemi kwamba mtu atapoteza uhai, ila tunasema wakati wa wito wa ubatizo ni kinyume cha uzima na mauti. Shetani hapendi, shetani hapendi, anakanyagia miguu. Ila naomba vungua kichwa chako, Yesu aingie ili uyatoe maisha yako kwa Yesu. Ninawaona vijana wengi, ninaona wasichana wengi, ninaona watu wengi, ila wamebaki kwenye bonde la kukata shauri, na wanafikiri ni raha kufikiri lini watatoa maisha yao. Ninaomba nikupendekezee, Baba anaita leo. Ikiwa yuko mtu ambaye yuko serious, anasikia maneno haya na ni kijana, ni mama, ni baba, ulai kubatizwa ukaslide. Ndio maana Biblia anasema mwenye haki wangu atatenda na kuanguka mara 7 ila anainuka tena. Ikiwa yuko mmoja katikati yetu ambaye anasema, mchungaji, naomba mimi niwe mwingine ambaye anatoa maisha yangu kwa Yesu, kwani usinyoshe mkono wako kwa njia ya ubatizo? Ikiwa unasema ni mimi pastor, ninaona kama sijabatizwa na wito huu unazidi kwa mwingi na kusisitiza, naona ni mimi ambaye Yesu anaongea na mimi, kwani usinyoshe mkono wako? Kuna thamani roho moja inapojitoa. Mahali ulipo, tunaweza tusikwambie uje mbele, ila unajitoa, nyosha mkono wako. Baada ya kundi hili kumalizika, utakuja kuandika jina lako. Je, yuko mwingine ambaye anasema kule kwa umati, na mimi natamani? Ikiwa yuko, nyosha mkono wako. Ikiwa yuko dada, nyosha mkono wako. Mama, nyosha mkono wako. Rafiki, nyosha mkono wako. Mungu akubariki, tumeona mkono wako. Mungu akubariki. Je, yuko mwingine? Je, yuko mwingine ambaye anasema? Sasa cha ajabu, kuna ambao hawajabatizwa ila wanashangaa mikono ya wengine. Ninaomba na wewe kama unasema, Yesu najitoa kwa ajili ya ubatizo siku zijazo. Mungu akubariki sana pale katikati. Je, kuna mwingine? Mungu akubariki sana. Ninaomba sasa tuingie kwenye maombi, kwa sababu hata hivyo tumesimama sana kwa ajili yako, na tunaenda kwenye maombi sasa, na kila jicho likiwa limefumbwa. Ninaomba kila jicho likiwa limefumbwa. Watoto tukitulia, ni muda wa maombi. Wageni kwa wenyeji, ni muda wa maombi. Tunairisha masaa haya baada ya kuwa tunaingia kwenye maombi. Hebu tuingie kwenye maombi. Alilipa bei na wiwa naye, huyu ni Yesu. Sasa hebu na tuombe. Hebu na tuombe. Baba na Mungu wetu, wewe umetangazwa kwamba ni Baba. 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 Ninaomba uwe Baba katika maisha yetu. Ninaomba uwe Baba katika maisha yetu. Ninaomba uwe Baba katika maisha yetu. Wako wanawake na wanaume wamekuja hapa mbele, wamechoka katika majaribu, ila umesema kwa mtumishi wako leo, jaribu halitawapata ninyi kamwe isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Na pamoja na lile jaribu utafanya mlango wa kutokea. Ninaomba tukiwa tumesimama hivi, ninaomba tukiwa tumesimama hivi, Baba, tenda mlango wa kutokea. Baba, tenda mlango wa kutokea. Ninamwona mama mmoja amekuja hapa, na amekuja akiwa amechoka, haoni mlango wa kutokea. Ndoa imekuwa sababu ya kuona maisha hayaendi. Ninakuomba jioni ya leo, kamsaidie akaone mlango wa kutokea. Amen. Kuna mama mmoja amekuja hapa na ugonjwa fulani, haoni njia ya kutokea. Baba, naomba muonyeshe usiku wa leo njia ya kutokea. Kuna yule mzee ametembea katika mkutano hili, hata amesimama, mwili unauma, anasema Baba anataka mlango wa kutokea. Baba, naomba mpatie mlango wa kutokea. Ninaomba umpe mlango wa kutokea. Baba, tupatie mlango wa kutokea.
Baba, tupe mlango wa kutokea. Kwako kuna milango ya kutokea. Baba, tenda muujiza. 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 Leta milango ya kutokea. Ewe shetani tuliyeambiwa leo kwamba utapondwa kisigino, utatuponda kisigino ila utapondwa kichwa, tunakuomba utoke katikati yetu kwa jina la Yesu. Utoke katikati yetu kwa jina la Yesu. Hata upendi tukikukemea, hata upendi unashikilia stima, tunakukemea kwa jina la Yesu. Tunakukemea kwa jina la Yesu. Amen. Baba yetu wa mbinguni ameshuka kutawala Kenyenya. Na Kenyenya tunaandaliwa ili Baba alipo nasi tuwepo kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana utupatie maisha mapya ndani yako. Amen. Jioni ya leo tunapotaka kuweka kituo na kuhitimisha kipindi hiki, ninakuomba Bwana, niombe kwa namna ya kipekee. Wako watu ambao wamejitoa hapa kubatizwa, wamekuja mbele. Baba, naomba hii mbegu inayojitoa kila siku, wale waliojitoa jana, wale ambao wamejitoa leo, Baba, wabatize kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Wakisubiri ubatizo wa maji, wabatize ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wako wengine wako kule barabarani, wako wengine kule dukani, wako wengine wamekaa katikati ya umati huu, wanatamani kufanya maamuzi hayo. Ewe shetani, achilia akili za watoto wa Mungu. Ewe shetani, achilia mawazo ya watoto wa Mungu, wajitoe kwa ubatizo wakaokolewe. Amen. Lakini jioni ya leo, kabla hatujaondoka hapa, ninaomba leo niombee kundi kubwa ambalo ni kundi la kipekee na spesheli. Hili ni kundi la washiriki wote, waumini wote waliokuwapo hapa. Ninakuomba usiku wa leo ukawape moyo wa kumtafuta mmoja, wakamlete kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Na kila mmoja atakapofanya kazi hiyo ili kamilike, Yesu uje utuchukue. Yesu uje utuchukue. Acha tuondoke na wazo hili kubwa ambalo limehubiriwa: wewe Mungu ni baba yetu. Jioni ya leo, acha tuwe na usiku mwema na tuwe na wakati mwema, hata vipindi vinavyoendelea, kipindi ambacho huenda kitakuja mbele yetu ama uongozi utakavyotuambia, ila tuondoke leo tukiwa tumekaza mioyo yetu kwamba baba yetu ndiye Mungu wetu. Amen. Asante kwa neno lako. Sasa ninapoweka kituo, ninaomba ikiwa kuna mtu aliyekuja hapa na mzigo mmoja, ikiwa kuna alikuwa hajaombewa bado, ikiwa kuna mtu yuko mtandaoni, ikiwa kuna mtu leo amekuja hapa na kuna kitu kilikuwa kimemfunga, kuna mawazo yamemshika, kuna jaribu limemwandama, atoke na nguvu ya utendaji wa Roho Mtakatifu. Amen. Tenda muujiza, tuwasaidie tena, tulete tena asubuhi, tulete tena kesho jioni. Endeleza mioyo yetu kukaza kukupenda, hata kwa vipindi kuwa vikitangazwa tena. Uwe nasi kwa jina la Yesu Kristo. Kila aminie kwamba Mungu ni baba aseme amen. Amen. Tuseme tena amen. Amen. Wapendwa, Bwana awabariki sana. Amen. Na ninaomba nenda ukaongoe roho. Ninajua wako wengi ambao tutaendelea kuwapatia neema ya kipekee. Labda tusikilize utaratibu ambao utaendelea. Kipindi cha Prophecy kinaenda kuanza punde, na kwa hiyo wale ambao tunatoka tu ili turudi tunaweza fanya hivyo, ila ambao tupo tunaweza tukakaa ili tuendelee kubarikiwa na Prophecy. Mungu awabariki. Nyasai abasesenye. Biyamano sana KCC. Kanisa ya KCC ni numoko base program mambia. Afuna walibe crash patiso. Mambi saa 8 mwacha mapema tuumena ne kanisa maate. Nebu kunera ubwate bukwekorokunga Florence Kwenge Nyambuli. Oyo nyebwata nyerete ko chalia sikimasini. Iko Kenya Central mambia ni numorase program. Dobwato bobani maragoba mojiche iko Kenya Central na Kenya Main. Togo kora tobeke biroge byama buya. Buyamano sana Kenya Main. Ase njo itukulia lero. Kenya Central ni numore mambia.
Walibe batiso mwacha masaa 8 alikenya mate ekanisa. Hebu kujatokire mbuyamano. Kwa jinsi kama hivyo tunazidi kupata matangazo kidogo ambayo yanazidi kuongoza mkutano huu mkubwa wa Injili unaotokea. Ni kipindi tu cha mwisho ambayo kimetoka mbarani ya hotuba kuu ya kila siku ambao huwa inaletwa kwetu kila siku. Lazima kunakuwa na hotuba kubwa inayoletwa na mchungaji Fadhili Samuel Lubua, lakini kwa leo tulikuwa tumeweza kubarikiwa kidogo na mvua nyingi sana ambayo iliweza kubariki maeneo haya na hivyo kufanya kwamba hotuba kuu ikaweza kukatizwa. Aliweza kusimama mtumishi wa Mungu Donald Orina siku ya leo akiweza kutubariki kwa kipindi kile cha Kaya na Familia, Family Life, ambacho kinazidi kufungua fahamu kwa vijana jinsi ile ya kuingia kwenye familia na kuweza kuwakumbusha wale ambao tayari wako kwenye ndoa jinsi ya kuweza kupambana na gurudumu hilo. Kisha baadaye waliweza kusimama waimbaji wa Kenyenya Main ambao walitubariki na nyimbo zao mingi leo, na kisha mvua ilipokuja kile kipindi cha Kaya na Familia kaweza kukatizwa na wengi mliweza kushangaa kwani leo kulikuwa na namna gani. Lakini baadaye mvua ilipokwisha jioni tukawa na kipindi cha zaburi za sifa pamoja na nyimbo ambazo zimeweza kutubariki na kutufikisha hivi. Alisimama mtumishi Robinson Otieno ambaye amejikita kwa somo lile linalofananisha upendo ambao mtoto anao kwa baba yake. Lakini sisi kama wana Yesu Kristo tuna ule upendo ambao Yesu ametupa pamoja na Mungu wetu, ambao ni kilele cha masomo ya siku ya leo ambacho kimeweza kufika na kilele cha maombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu Fadhili Samueli Lubua. Hapa tupo nchini Kenya, jinsi tu kuwakumbusha kwamba tupo nchini Kenya, kaunti ya Kisii, ambapo mtaa huu ni wa Kenyenya, ambapo ni kwenye uga wa Kenyenya, wengi wanaita ni stadium, ambapo tumeweza kupata uwanja huu kufanyia mkutano huu kwa majuma mawili. Leo siku ya Jumanne tarehe 19 hivi ndivyo tunafika jioni hii, ambapo kipindi ambacho kinaendelea kukaribishwa ni kipindi kile cha unabii. Hii ni Get the Point Media. Get the Point Media tunasema get the point, you take a step forward, lakini ni points tu zile ambazo zinatokana na hotuba zote ambazo zinaletwa tunaweza kuchukua mbele. Tunasema kwamba Jesus is coming back again to take us home from Kenyenya Green Stadium, inviting you from far and near to join the brethren at Kenyenya in partnership with Greensboro SDA. This sound from North Carolina. We have one of the coming visitors, Brian Hanban, who is keeping on watching now. And this is the situation here, as you can see. But we are welcoming you, and very soon you will land here and you'll be able to see and experience the test by yourself of what's happening here in Kenya, where we are reminding each and everyone that Jesus Christ is coming back again, in partnership with Heaven Tiger Stars Ministry, who are bringing us their songs plus many proceedings. So then we want to usher in the prophecy program that's going to be brought us in a few minutes by Donald Orina again, who will be privileged to be sharing through the projector, and many who will be gathering here far near are able to understand these prophecies. Get the point, we say take a step forward. We are a social media platform and a Christian media platform that we are specialized in bringing all the live streaming programs of religious experiences in churches and in crusades. At this point in time, I'm going to leave you with the programs and that you see there on the screen. You're able to email us. You're going to be able to send us a message. I get the point, take a step forward. My name is Emmanuel Bosire. Kwa heri kwa sasa, lakini kwa muda si kitambo tunarejea na kipindi
cha unabii, na kisha asubuhi tutasimama asubuhi kwa kipindi cha kesha la asubuhi. Leo nyuma ya kamera amesimama ni mtumishi wa Mungu Douglas. Shukrani. Nyingi na kumpatia kiti cha enzi, wakamsujudia yule joka kwa kupitia mnyama kama chui, akampa kinywa cha kunena maneno machafu yenye makufuru, akajiita ni Mungu duniani awezaye na kusamehe dhambi. Umbo lake la chui kama chui yule wa Uyunani, miguu kama ya dubu sawa na Umedi na Uajemi, kinywa chake cha simba sawa na utawala wa Babeli, pembe zake zote 10 sawa na utawala wa Kirumi. Mungu alitoa mifano hii ili siku za mwisho tuifahamu. Ona mnyama mfano wa chui ni sawa na kanisa kuu la Rumi, na zile pembe 10 ni mataifa 10 ya Ulaya, na vile vichwa 7 ni mataifa yale ya zamani, na zile taji 10 juu ya zile pembe zote 10, kanisa la Kirumi, washirika wake wana heshima. Yule joka ambaye ni Ibilisi alimpatia heshima kubwa ya kuwa kiongozi wa kidini na pia kuwa rais wa nchi. Wanamsujudia Ibilisi kwa kupitia kiongozi wa dini. Huyu ni askofu wa Kirumi ajiitaye Baba Mtakatifu. Tabia za Wayunani za ulevi na ulaji mbaya, tabia za Wababeli zile za kusujudia sanamu, tabia za Waajemi na Wamedi zile za kutooa. Tabia zote hizi zimo ndani ya kanisa la Rumi. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Aliye na uwezo wa kutusamehe dhambi ni Yesu, wenye kuabudiwa mbinguni na duniani ni Yesu, wenye kutuokoa wanadamu wote dunia nzima ni Yesu peke yake aliyeshinda kifo na mauti. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Aliye na uwezo wa kutusamehe dhambi ni Yesu, wenye kuabudiwa mbinguni na duniani ni Yesu, wenye kutuokoa wanadamu wote dunia nzima ni Yesu peke yake
Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing power with Pocket Broker. 100 plus invest. Nikaona mnyama mwingine afanana naye sana na chui, aliyekuwa na vichwa 7 nazo pembe 10 juu ya vichwa vile. Alikuwa na taji 10 juu ya zile pembe zake 10, miguu kama ya dubu, kinywa chake kama vile cha simba. Alikuwa na sifa zile za wanyama 4 walio kwenye kitabu cha Danieli sura ile ya 7. Yule joka akampa nguvu nyingi na kumpatia kiti cha enzi, wakamsujudia yule joka kwa kupitia mnyama kama chui. Akampa kinywa cha kunena maneno machafu yenye makufuru. Kama chui yule wa Uyunani, miguu kama ya dubu, sawa na Umedi na Uajemi. Kinywa chake cha simba, sawa na utawala wa Babeli.
sawa na utawala wa Kirumi. Alitoa mifano hii ili siku za mwisho tuifahamu. Ona mnyama mfano wa chui ni sawa na kanisa kuu la Rumi, na zile pembe 10 ni mataifa 10 ya Ulaya, na vile vichwa 7 ni mataifa yale ya zamani, na zile taji 10 juu ya zile pembe zote 10, kanisa la washirika wake wana heshima. Yule joka ambaye ni Ibilisi alimpatia heshima kubwa ya kuwa kiongozi wa kidini na pia kuwa rais wa nchi. Wanamsujudia Ibilisi kwa kupitia kiongozi wa dini. Huyu ni askofu wa Kirumi ajiitaye Baba Mtakatifu. Tabia za Wayunani za ulevi na ulaji mbaya, tabia za Wababeli zile za kusujudia sanamu, tabia za Waajemi na Wamedi zile za kutooa. Tabia zote hizi zimo ndani ya kanisa la Rumi. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Aliye na uwezo wa kutusamehe dhambi ni Yesu, wenye kuabudiwa mbinguni na duniani ni Yesu, wenye kutuokoa wanadamu wote dunia nzima ni Yesu peke yake aliyeshinda kifo na mauti. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Aliye na uwezo wa kutusamehe dhambi ni Yesu, wenye kuabudiwa mbinguni na duniani ni Yesu, wenye kutuokoa wanadamu wote dunia nzima ni Yesu peke yake aliyeshinda kifo na mauti. Kisha nikaona mnyama mwingi akamsujudia yule joka kwa wingi na kumpatia kiti cha enzi. Wakamsujudia yule joka kwa kupitia mnyama kama chui, akampa kinywa cha kunena maneno machafu yenye makufuru. Akajiita ni Mungu duniani awezaye na kusamehe dhambi. Umbo lake la chui kama chui yule wa Uyunani, miguu kama ya dubu sawa na Umedi na Uajemi, kinywa chake cha simba
sawa na utawala wa Babeli. Pembe zake zote 10 sawa na utawala wa Kirumi. 1 2 mic testing. Toa mifano hii ili siku za mwisho tuifahamu. Ona mnyama mfano wa ni sawa na kanisa kuu la Rumi, na zile pembe 10 ni mataifa 10 ya Ulaya, na vile vichwa 7 ni mataifa yale ya zamani, na zile taji 10 juu ya zile pembe zote 10 kanisa. Asante. Kwa sababu ya wakati tulikuwa tunatengeneza mitambo imekuwa, naomba niombe ili tuweze kuendelea na masomo. Amen. Niruhusu tuweze kuendelea. Tuombe. Tunakushukuru tena Baba wetu katika jina la Yesu Kristo. Umetubariki tangu mchana tulipoanza vipindi vyetu mpaka tukuingia jioni hii kipindi cha mwisho. Tuombe utakase mitambo, shikilia nguvu ya umeme. Unaponena na watoto wako kunitumia, utakase midomo yangu. Penyesha sauti na watu wako waweze kuelewa, wasikie, na hata unapotuandaa kuja kwako mara ya pili, ujumbe wa kipekee, unabii ambao ni taa inamulika mahali penye giza, mpaka kupambazuke na nyota ya asubuhi izuke mioyoni mwetu. Tubariki watoto, vijana na watu wazima, kwa maana tumeomba haya kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Amen. Asante. Somo letu linasema siri ya omega. Haleluya. Siri ya nini? Tunapoangalia mbele yetu, tunaangalia kitu inaitwa aje? Nani anajua ile kitu inaitwa aje? Haya, inaitwa rocket. Haleluya. Very good. Hii ni rocket. Yaani dunia tumefika, imeweza kuendelea sana, imepiga hatua katika mambo ya kiteknolojia. Hii ni muundo ambayo ni kitu imetengenezwa inaitwa roketi, ambayo inaenda kwenye sayari zingine na kuleta habari. Pia mwanadamu ameweza kutengeneza vitu vingine kama masimu, kompyuta. Hizi ni simu ambazo siku hizi hauhitaji kufika Marekani. Utakuwa hapa, naweka shilingi 10, naweka bundles, ninanena na mtu aliye Marekani moja kwa moja. Na hii ni ya kutengeneza makaratasi, hii ni ya kuoshea nguo. Yaani mwanadamu ametengeneza mashine na vitu vingine vingi vya kufanya maisha iweze kuwa rahisi. Ni kweli? Lakini hata hivyo, katika hali hiyo tena ndio wakati mbaya sana hivi kwamba mwanadamu ameweza kuingia katika uraibu mbaya sana. Ametekwa katika uraibu mbaya sana. Sasa swali linakuja, vile mwanadamu ametekwa katika uraibu kama huu, yaani kwa mivuto ya mazoea mabaya, je, anawezaje kujiokoa katika mambo ya ulevi, katika mambo ya uvutaji wa sigara, katika mambo ya madawa ya kulevya? Je, ajikomboaje? Kwa maana yeye mwenyewe ameshindwa kujitoa. Swali linakuja, je, ni nani anayeweza kutupa nguvu na uwezo katika maisha? Jibu ni moja tu, atakayetusaidia ni nani? Yesu Kristo. Ndio maana Yohana Injili 1:12 nasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminiro jina lake. Kwa hivyo mwenye peke yake atatupa uwezo wa kushinda mambo haya ni nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana tujue kwamba ndivyo. Kwa hivyo wote, pointi kubwa ni kwamba wangapi? Wote waliofanya nini? Waliompokea ndio walipata nini? Uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na pia walioamini jina lake. Kwa hivyo swali ni je, ungependa kuwa na uwezo huo katika maisha yako?
Je, ungependa kuwa na nguvu hiyo katika maisha yako? Je, utaipokea nguvu hiyo? Mpokee Yesu leo. Kwa hivyo ni kuonyesha wazi nyakati tunaishi, hatuhitaji nguvu ya umeme zaidi, sio simu tunahitaji zaidi, sio teknolojia zaidi, bali ni Yesu. Na mwingine anauliza swali, je, wewe unamaanisha nini? Kwani Yesu akona uwezo gani? Ana uwezo wa kutusaidia? Naam, wacha Yesu mwenyewe aseme. Mathayo 28 mstari wa 18 nasema hivi: Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Kwa hivyo Yesu ana mamlaka ngapi? Yote. Yaani mamlaka yasiyo na kipimo. Yaani kama ni ile lugha nyingine, yeye ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa uwezo. Ndio maana Ufunuo 21 mstari wa 6 inasema hivi: kaniambia, imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Kwa hivyo Yesu anakuuliza jioni ya leo, je, una kiu jioni ya leo? Je, una kiu? Kama unayo na ni kiu ya kiroho, anakualika ukuje kwake ili amalize hiyo kiu yako. Haleluya! Yeye ni Alfa na Omega. Kwa hivyo njoo kwa Yesu. Yesu ndiye atakupa uwezo. Na jinsi gani? Kwanza umpokee, ndipo atakupa uwezo wa kushinda majaribu, wa kushinda uraibu, wa kushinda changamoto yoyote. Haleluya! Na nataka nikukumbushe kwamba historia yote ya dunia imemuhusu Yesu Kristo. Ndio maana kila mmoja hata dunia hii wanaamini kwamba kweli katika historia Yesu alikuwa. Hilo ni jambo lililo wazi, lisilofichika. Lakini kuna watu ambao pia wanaamini Yesu kwamba alikuwa mwalimu tu. Wengine wanasema alikuwa mwanafilosofia, wengine ni nabii tu. Lakini ikiwa kwako kama mtu binafsi unayenisikiliza, kama unaamini Yesu alikuwa mwalimu tu, basi hawezi kukupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu na uwezi zaidika. Na kama unamwamini alikuwa mwanafilosofia tu, baada hawezi kusaidia. Mbona? Mwanafilosofia atakupa neno ama idea, lakini haiwezi kukupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Mwalimu anaweza kufundisha hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, lakini hawezi kukupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu ama kwa mtoto wa Mungu ama kufanya. Lakini je, ni vipi tufanyaje? Kwa mfano, ukiona huyo anavuta sigara. Kuna watu wamevuta sigara, imeharibu mapafu. Yaani anaona ameumia na anataka kuacha, lakini nguvu ya kuacha hakuna. Si ni kweli? Anaona kweli pombe imeharibu wakati wangu na afya, nimeharibu rasilimali, lakini kutaka kuacha hana uwezo. Kwa hivyo ndio maana ikiwa Yesu kwako ni mwalimu, hautatoboa. Ikiwa ni nabii tu, hautatoboa. Lakini naomba ujue hivi, hawa wote anataka kutoa, ana uwezo wa kutoka huko. Je, ni nani atatusaidia? Yesu ndiye atatusaidia. Na ni vipi? Maandiko yanasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa nani? Swali jingine linakuja, je, Wakristo wanahitaji kumpokea Yesu? Je, Wakristo wanahitaji kumpokea Yesu? Mtu akikuuliza swali, je, Wakristo wanahitaji kumpokea Yesu? Naam. Mbona kuna Wakristo wengi siku hizi ambao wanaishi maisha hayana uwezo? Yaani wanadai Ukristo kwa midomo yao, lakini wanavyoishi hakuna Kristo ndani yao. Yaani wako kanisani lakini uganga wako huko. Wako kanisani lakini uzinifu wako huko. Wako kanisani na mambo mengine yamewateka. Ndivyo kuonyesha kwamba hata Wakristo wenyewe wanahitaji nani? Yesu Kristo, na wanahitaji uwezo wake. Ndio maana mwingine anauliza swali, je, Yesu una uwezo huo kweli wa kubadilisha maisha yangu? Kuna wengine wanauliza, lakini ukweli mhubiri, unaweza sema kweli kwamba Yesu ana uwezo wa kunisaidia kutoka katika uraibu wangu? Naam. Waje tuone Yesu mwenyewe alivyosema kujihusu. Number 1, Yesu mwenyewe alisema yeye ni Mungu. Haleluya. Kwa maana alisema mimi na Baba ni umoja. Yaani hilo jina lenyewe linamaanisha we are one and equal. Haleluya.
Kwa hivyo Yesu ni Mungu. Namba 2, alisema kabla uumbaji alikuwa. Tena akasema yeye ni Masihi. Tena akasema ana uwezo. Tena akasema ana ujuzi wa kujua mambo yajayo. Tena akasema ana uwezo wa kusamehe dhambi. Tena akasema ana uwezo wa kujua mawazo ya wanadamu. Hiyo ni Yohana 2:25, Mathayo, Yohana, wale mko hapa mnaona na mnaweza kuandika. Kwa hivyo ni wazi kwamba watu wa Mungu katika mambo haya yote ni kwamba ndivyo ilivyo vile Yesu alivyosema. Tena Yesu hakumalizia hapa, akasema yeye ni nini? Njia na kweli. Yohana Injili 14:6. Yeye ni ufufuo na uzima. Yohana 11:25. Yeye ni mlango. Yohana Injili 10:7. Yeye ni mkate wa uzima. Yohana Injili 6:51. Mzabibu wa kweli. Yohana 15:1. Nuru ya ulimwengu. Yohana 8:12. Hana dhambi ndani yake. Yohana 8:46. Naomba nikukumbushe kwamba hayo ni machache tu nimeweka, yaani kwa kukupa habari na kukupa mwelekeo na ushahidi wa kutosha kwamba aidha Yesu huyo yeye ni vile alivyojidai mwenyewe, ama ni mkora na ni mwongo mkali aliwahi kuishi duniani. Swali ni je, tuingie katika maandiko na tuangalie katika historia. Je, alivyojidai ndivyo alikuwa ama alikuwa mwongo? Katika Biblia Yesu kuna habari zake zimetolewa, historia yake, maisha yake, na tuambiane ni kwamba Yesu ndiye peke yake, muhusika peke yake ambaye alitoa habari zake kabla azaliwe kama mwanadamu. Haleluya! Zikaandikwa kabla aje na zote zikatimilika. Kumbuka tunazungumzia unabii kuhusu historia na habari za nani? Yesu Kristo. Haleluya! Kwa mfano, habari kuhusu kuzaliwa kwake, alivyotembea, kuzaliwa kwake, vile pia angekuwa dedicated kwa kanisani, na pia vile angekufa. Ndio maana anasema hivi katika Yohana 5:39, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Haleluya! Kumbe kwa kuchunguza maandiko tunapata uzima, na pia katika maandiko yanamshuhudia nani? Yesu Kristo. So swali tena, Yesu anapozungumzia mambo haya maandiko anayozungumzia ni yapi? Kwa maana anapoongea wakati huu Agano Jipya haijaandikwa. Haleluya! Ni maandiko gani anazungumzia? Agano la Kale. Na ninajua hiyo ni pointi ya kipekee sana. Mbona kuna watu wamekuja wanasema wao ni Wakristo wa Agano Jipya, wakidai kwamba Agano la Kale ni Mungu mkatili, Yesu ni Agano Jipya. Uongo. Nipe maiki. Kwa hivyo tumeona kwamba Yesu anasema mwayachunguza. Kwa hivyo Yesu anakutarajia wewe uwe unachunguza nini? Maandiko. Kwa hivyo unahimizwa usome maandiko. Soma maandiko, fanya urafiki na neno la Mungu. Anasema ili upate uzima milele, kuwa na muda na Biblia. Yachunguze maandiko, na katika kuyachunguza pia yanamshuhudia nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo ukitaka kumuelewa Yesu kwa undani zaidi, soma maandiko. Tena jambo jingine tunapozidi kuona ni kwamba Biblia iko sehemu mbili, Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa nataka nikukumbushe kwamba katika unabii huu wa leo, historia ya Yesu ni kwamba Yesu katika Agano la Kale alitabiriwa mahali angezaliwa, jinsi angezaliwa, atakaye msaliti mpaka
kifo chake. Haya mambo yote yalitabiriwa, haleluya, na yalitimia katika maandiko. Na tunasoma katika Biblia kuna zaidi ya nabii ngapi? Unabii 300 zilizomuhusu nani? Yesu Kristo, na zote zilitimilika kwa ufasaha. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Hiyo inakuambia nini? Neno la Mungu ni neno la kuaminika. Haleluya, ni takatifu. Unapokuwa na Biblia mkononi mwake, iamini, ujue ni neno la Mungu lilo hai, lisome na ujasiri na uhakika, na pia ukiwa na ujasiri mkubwa. Haleluya, amina. Yeye ni Alfa na nani? Na Omega. Hakuna mtu duniani ambaye amewahi andikwa historia yake kabla azaliwe na iwe hivyo. Hapana. Ya Yesu peke yake ndio litabiriwa mapema kabla azaliwe na ikatimilika zaidi ya 300 kwa ufasaha. Haleluya. Kwa hivyo tunaweza amini neno la Mungu kabisa. Sasa tuangalie kwa mfano, alitabiriwa kwamba angezaliwa na bikira katika Isaya 7:14. Na mambo haya yakatimilika wapi? Luka 1:26 mpaka 38. Alitabiriwa kwamba angezaliwa Bethlehemu, Mika 5:2, ikatimizwa Luka 2:1 hadi 20. Pia kulitabiriwa jinsi angefanya kazi katika kitabu cha Isaya 61:1 na 2. Hayo yakatimilika katika vitabu vine vyote vya Injili, yani Mathayo, Mariko, Luka na Yohana. Haleluya. Haya mambo Yesu aliyotabiriwa vile angefanya kazi yako wapi? Isaya 61:1 tukiteremka inasemaje? Roho ya Bwana Mungu, kitabu ya Isaya 61:1. Ukikuwa upande huu, mafungu hayo mengi nimeweka hapo juu ndio utaokoa wakati. Ukiwa upande huu inasema hivi, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Wekea kikoma hapo. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu amenitia nini? Mafuta. Swali ni je, ni lini Yesu alitiwa mafuta? Ni katika ubatizo wake, Matendo 10:38. Hapo ndipo Yesu alipakwa mafuta. Kupakwa mafuta sio kwenda kununua mafuta yananunuliwa kwa supermarket. Ni wakati Yesu alipokea Roho Mtakatifu, na alipokea katika ubatizo wake, Mathayo chapter 3. Haleluya. Haya, kwa hivyo sasa maandiko yamesema Roho ya Bwana ilikuwa juu ya Yesu, akapokea mafuta ili ahubiri nini? Wanyenyekevu habari njema. Naye alitendeka katika ubatizo wake. Naomba nikukumbushe hivi mpendwa, habari njema haiko katika Citizen, habari njema haiko NTV, habari njema haiko Al Jazeera, habari njema haiko BBC. Habari njema iko katika neno takatifu la nani? La Mungu. Ukiangalia Citizen ni kuona ufisadi, vile serikali imeharibika, vile watu wanauana, wasichana wenyewe wanauana, vile mnaona Kenya hivi. Kwa mfano, watu wengi kila siku, yani karibu kila siku watu wanafanya nini? Wanauawa. Unasikia fulani ameuawa, fulani amepatikana fulani. Yani hiyo ni habari njema ama ni huzuni na masikitiko na kilio? Habari njema iko katika maandiko matakatifu ya kutuandaa kuja kwa Yesu mara ya pili. Hapo ndipo utapata habari njema. Habari njema iko wapi? Katika Biblia. Isome tena maandiko kasiri kusema, mwalimu soma. Amenituma hapo Isaya 61 bado. Isaya 61 sehemu ya pili. Roho ya Bwana iko juu yangu, amenituma, amenitia mafuta kutangaza habari njema kwa maskini. Sehemu ya pili, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Asante, tuachie hapo kwanza. Amenituma kuwaponya ama kuwaganga waliovunjika moyo. Watu wa Mungu, jioni ya leo nataka nikuambie kwamba kama una habari ni kwamba kuna wengi sasa hivi roho zao zimepondeka. Kuna wengi sasa hivi mioyo yao imevunjika.
wamevunjika kwa sababu ya familia iliyovunjika, imevunjika kwa sababu watoto wameingia katika utumiaji wa madawa ya kulevya, umevunjika kwa sababu mzee ametoka nje ya ndoa, umevunjika kwa sababu kazi imeisha. Yaani watu wamevunjika moyo. Hiyo ndio kazi ya Yesu. Anasema alipopokea Roho alienda kuziganga roho zilizovunjika, kuwaponya waliovunjika moyo. Haleluya! Hata sisi ametuita hapa tuweze kunena nanyi ili muweze kupata uponyaji mliovunjika moyo kupitia kwa neno lake takatifu. Sehemu nyingine, ndugu yangu, kuwatangazia mateka huru wao. Asante. Watu wengi wametekwa, watu wengi wako matekani. Kuna wale literally wamefungwa jela, na kuna wale wamefungwa katika jela ya ulevi, jela ya uzinifu, jela ya kukaa katika uganga, yaani kutafuta misaada kwa waganga na wachawi na wasiri. Hiyo ni jela, na hiyo ndiyo Yesu amekuja kututangazia uhuru tutoke ndani yake. Haleluya! Kuna wametekwa katika madawa ya kulevya, kuvuta sigara na mambo mengine. Kuna wengine wametekwa katika mambo ya kucheza kamari, betting, yani atoki huko, wanacheza ndege, wameuza kuku, wameomba pesa, wako na madeni nyingi. Hiyo ni utumwa, huko ni kuwa mateka, na ndio hao Yesu anataka kuwatoa hapo. Haleluya! Swali ni je, wewe unataka kuwa huru? Swali ni je, haya yote vile maandiko yamesema, je, Yesu aliyatimilisha katika matendo yake na kazi yake alipoanza kazi ya umma? Naam. Tuosome katika kitabu cha Mathayo, Marko, Luka na John. Ni kweli Yesu alitenda hiyo kazi, ni kweli. Aliponya wagonjwa. Unapoona hizo picha, vipofu wakaona, viwete wakatembea, waliokuwa na mapepo yakafukuzwa na kukemewa, hata waliokuwa wamekufa si alifufua? Mwalimu wangu, si alifufua? Alifufua yule mtoto, alifufua Lazaro. Haleluya! Alifanya hiyo kazi. Pia aliweza kubadilisha wengine ambao shetani alikuwa ameteka. Ndio maana tunakumbushwa leo. Yesu unakumbuka akisema wakati mmoja hivi, msifadhaike mioyoni, aminini Baba, ni aminini. Tena si hivyo peke yake. Alipopata watu wamehangaika, wamelemewa na changamoto nyingi, alisemaje? Njooni kwangu nyinyi nyote mliofanya nini? Mliolemewa na mizigo mizito. Nitafanya nini? Nitawapumzisha. Na sio hivyo tu, wakati mwingine alisema hivi kwa wale walikuwa wamekata tamaa, yeyote yule ajaye kwangu sitamtupa. Hiyo ni Yohana 6:37. Yeyote ajaye kwangu sitamtupa. Hiyo ndio kazi Yesu alikuwa anafanya. Aliwapa watu matumaini, aliwahimiza, alisema msifadhaike. Hiyo ni John 14. Njooni kwangu mliolemewa na mizigo, Mathayo 11:28 mpaka 30. Na ingine pia akisema njooni kwangu sitawatupa, ni John 6:37. Fundi wa mitambo tusaidiane. Ni kama mtoto amepita, ndoto amepita akagusa mahali. Asante. Tunaendelea, picha itakuja tu. Kwa hivyo tumeona Yesu alifanya kazi na akatimiliza unabii uliotolewa kuhusu maisha yake. Haleluya! Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Kwa hivyo tuamini hivyo ndivyo ilivyo, nasi pia anazidi kunena hivi leo. Yesu alitimiza, na pia kuna wale waliokuja kwake kwa sababu ya dhambi, wakilia kwake. Yesu aliwaambiaje? Rafiki, umesamehewa dhambi zako. Yaani kuna ahadi nyingi katika Biblia. Kwa hivyo kama wewe ni mgonjwa, ahadi ya uponyaji iko. Haleluya! Kama umetenda dhambi, njoo kwa Yesu. Anasema ukiungama dhambi zako, 1 John 1:9, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, atakusamehe kabisa. Haleluya! Ukija kwake, hata kama umetenda dhambi nyingi, ukikubali, John 6:7 anasema yeyote akikuja kwake atamtupa. Na pia kama umetenda dhambi, ukienda katika kitabu cha Luka 5:20 anasema hivi, rafiki, umesamehewa dhambi. Haleluya! Yaani ahadi zake ni tele. Na kama ni magonjwa, Zaburi 103 anasema hivi, atakusamehe na kukuponya na magonjwa
yako yote. Ama ni udhaifu wako na shida uko nazo. Katika Zaburi 103 mstari wa 12 kwenda chini anasema hivi, anajua sisi ni mavumbi tu, atuhesabii udhaifu na unyonge wetu, atatusamehe ayavute yote. Haleluya! Huyo ndio Yesu tunayewapea, huyo ndio Yesu tunayewaita kwake. Haleluya! Amina. Kwa hivyo hata leo bado anatoa ahadi. Unapoona hiyo picha, watoto, hiyo ni picha inakukumbusha nini katika Biblia? Ukiona hiyo picha, unajua kumbuka nilileta zawadi zangu. Yule alipata jana na nilileta yake, mwingine akipata na wapeana. Ukiona hiyo picha watoto, inakukumbusha nini katika Biblia? Hiyo ni story ya nani na nani? Haya basi, mumefeli hiyo, ni kama zawadi hamtapata. Huyu ni mwanamke aliyepatikana katika uzinifu, aliyeletwa kwa Yesu. Na alipoletwa, wale waliomleta walitaka Yesu atangaze kifo kwake, apigwe mawe afi, si ndio? Lakini Yesu alifanya nini? Akawaangalia, kainama, si ni kweli? Akaanza kuandika. Na unaposoma hiyo historia ni kwamba walianza, wale waliomleta walikuwa pia wamelala na wamezini naye. Na ukumbuke wanapomleta hivi, kosa la kwanza walifanya ni gani? Maandiko inasema katika Agano la Kale, ukitenda uzinifu. Kwani mwanamke anafanya uzinifu peke yake? Si ni wawili? So wakaacha mwingine wakaleta mmoja, tayari wamekosea. So badala Yesu ya kuwakemea, yeye alitaka wao wenyewe Roho awasomee na kuwashitaki katika nini? Nadhira zao. So akaanza kuandika chini. Na swali ni je, huyu mwanamke Yesu alimuwezesha ama kumwezesha? Alimuwezesha. Soma Yohana 8 mwalimu nisomee. Ni kwa maana alikuwa ni kweli ametenda dhambi, lakini sikia vile Yesu alimwambia. Kitabu ni cha Yohana 8:11. 11. Nasemaje? 11 inasema hivi. Akamwambia, hakuna Bwana. Ansia 10. Yaani mwanamke, si Yesu ameandika kila mtu ameona makosa yake kutoka mkubwa mpaka mdogo, wakaenda. Yesu akainuka akauliza mwanamke, je, hakuna washtaki wako? Soma. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Akajibu aje? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? 11 akamwambia, hakuna Bwana. Hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Hiyo ni neema. Wala mimi sikuhukumu. Hiyo ni neema. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Haleluya. Amina. Swali ni je, huyu mwanamke aliwahi rudi katika dhambi tena? Hapana. Na ndiye alikuwa wa kwanza kumuona Yesu alipofufuka. Haleluya. Amina. Yesu alimpa uwezo ama kumpa uwezo? Alimpa uwezo. Ndio maana tuliona ile fungu la Yohana 1:12 kwamba wanaompokea Yesu anapapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Alipotii alienda hakutenda dhambi tena. Ndio maana wote wanaompokea anawapa uwezo. Leo hivi ukikubali, Yesu atakupa maisha yenye nini? Uwezo. Ukimkubali Yesu leo, atakupa maisha ya uwezo. Uache ulevi, uache uzinifu, uache mambo ya uganga, utakuwa. Ndio maana somo letu lilikuwa unabii wa wakati. Wagalatia 4:4 nasemaje? Hata ulipowadia utimiliwa wakati, Mungu alimtuma mwanawe. Swali ni je, ni wakati gani ulitimilika? Ni unabii uliotimilika, ulionenwa na nabii Danieli. Tunaingia unabii tuone, ili tuweze kumaliza. Ushahidi wa hisabati katika Biblia. Kuna evidence ya mathematics. Kama ulichukia mathematics shuleni, sijui tutafanya aje, lakini si ngumu. Ni rahisi. Yaani kwa Biblia kuna ushahidi hata wa mathematics kuhusu maisha ya Yesu. Haleluya. Waje tuangalie Danieli 9 mstari wa 24 mpaka 27. Soma mwalimu. Danieli ni 9:24 mpaka 27. 24 mpaka 27. Na inasema hivi. Nasemaje? Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishilisha dhambi
na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Asante. Majuma mangapi? 70 yameamriwa juu ya watu wako. Nani anaeleza mambo haya? Danieli. Swali, watu wa Danieli walikuwa watu gani? Ni Wayahudi wa Israeli. Haleluya. Amina. Kwa hivyo wamepewa majuma mangapi? 70. Munajua juma lina siku ngapi? 7. Kwa hivyo 70 mara 7, hizo ni siku ngapi? 990. Lakini kumbuka huu ni unabii. Haleluya. Katika unabii, siku moja ya unabii ni nini? Kitabu ni Ezekieli 4:6 na Hesabu 14:34. Maandiko inasema hivi, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagizia. Hesabu inasema hivi, kila siku kuhesabiwa mwaka. Kwa hivyo katika unabii, siku moja unabii ni sawa na mwaka mmoja wa kawaida. Hivyo inamaanisha haya majuma 70 ambayo ni sawa na siku 490 ni sawa na miaka 490 ya kawaida, ambao ni muda ulipewa watu gani? Watu wa Danieli. Ambao watu wa Danieli ni watu gani? Wayahudi. Yaani hiyo ni muda wa rehema waliopewa. Muda wa rehema waliopewa. Kwa hivyo siku hizi ambayo ni 490, majuma 70 ni sawa na miaka ya kawaida 490. Na hiyo ni muda wa rehema waliopewa watu gani? Watu wa Danieli ambao ni Wayahudi. Tuende mstari wa 25 tujue muda huu ulianza lini. Basi na ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa kwa amri kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake za handaki. Naam. Katika nyakati za taabu. Asante. Kuna kitu kinaongoza hapo, ni kwamba tangu kuwekwa kwa amri. Haleluya. Yani from, hiyo ndio itatuongoza tangu kuwekwa kwa amri. Swali ni je, hiyo amri iliwekwa lini? Hiyo amri iliwekwa lini ya kujenga na kufanya nini? Na kutengeneza Yerusalemu, to build and restore. Hiyo ni nini? Tunaposoma katika historia tunapata kwamba huo mwaka ulikuwa mwaka wa 457 kabla ya Kristo. Huo ndio mwaka ambao amri ilitolewa na mfalme ambaye alikuwa anaitwa Artaxerxes, ama Kiswahili Atastashita. Yaani jina lingine ngumu sana. Tutalisoma utaliona. Hiyo ndio mwaka, ndio hiyo picha. Ukitafuta hata kwenye mtandao utaipata. Hiyo utaenda kusoma katika kitabu cha Ezra sura ya 7 11 mpaka 26, kwamba huo ndio mwaka officially mfalme huyu ambaye ameketi mnavyomuona aliweka amri, he made a decree kwamba Yerusalemu itengenezwe na kujenga. Huo ndio muda ulianza, ule muda wa mwaka wa rehema uliopewa watu wa Mungu wa Israeli. Hata ukitafuta kwa Wikipedia, wale ambao mnaelewa mtandao na mna masimu kubwa, mtapata hayo mambo kwamba mfalme Artashasta wa kwanza ama Artaxerxes alifanya amri ya serikali Yerusalemu ianzishwe tena. Haya mambo yako katika Ezra 7, Danieli 9 ambayo tumesoma, na pia utasoma chapter 1 ya kitabu gani mnaona? Nehemia. Haleluya. Na wale ambao mmekuwa mkienda mkifuatilia masomo ya uchambuzi wa Biblia, kuna wakati mmoja tulikuwa na lesoni inaitwa Ezra. Haleluya. Mnakumbuka mkisoma wakati Yerusalemu ilijengwa na shida, walikuwa na changamoto, walipigwa vita na maadui watatu: Sanibalati, Tobaya na Geshemu. Mnawakumbuka hao? Ndio hiyo unabii ndio huyo ulitimilika ukafikia. Kwa hivyo hiyo miaka 490 ilianza lini? Ilianza lini? Mwaka wa 457 BC. Lakini tena tumegundua hii majuma 70 yamekuwa divided sehemu ngapi? 3. Tumeona majuma 7, tumeona majuma
62 na kuna juma moja ndio ifike total 70, si ndio? Sasa tuanzie majuma 7. Haya majuma 7 ya kwanza ndio Yerusalemu ilijengwa. Haleluya. 7 weeks, hiyo ni siku ngapi? 7 weeks, hiyo ni siku ngapi? 49, si ndio? Na hiyo ni miaka 49. Kumbuka katika BC wale mliosoma form 2 mathematics, kuna kitu inaitwa number line kwa negative. Tunahesabu kwenda nyuma. So 457 minus 49, nisaidie haraka. Tupige hesabu kidogo tu. Yaani niwape kwamba Biblia ina historia ya dunia, hata iko na mathematics ndani yake. Haleluya. Haya, nisaidie. 457 minus 49. 408. Hiyo ndio mwaka hekalu ya Yerusalemu lilimaliza kujengwa. Lakini lilijengwaje? Wakati wa taabu tele. Mbona? Utaenda usome Ezra. Uende usome, utapata walipiwa vita na Geshem, Tobaya na Sanbalati. Maadui wa watu wa Mungu waliposikia kwamba wanajenga Yerusalemu na kuta zake waenda kuabudu, walikasirika. Yaani vile mnaona hata tunapokuwa na mkutano watu wafundishe ukweli, shetani pia anakuwa na vita zake, hataki watu pokee kweli. Vita vinaendelea, pambano kubwa bado linaendelea. Haleluya. So tukitoka 408 tukuje sasa 62 weeks. Amen. 62 times 7 tena piga. Hii hesabu lazima tupige. Piga haraka. 62 times 7. 434 minus 408. Hiyo ndio iliisha. Maandiko inasema Masihi akaonekana. Hebu piga haraka tuangalie. 26, si ndio? Very good. But kumbuka hatuna mwaka unaitwa 0. Unaongeza 1. Kwa maana tunapohesabu miaka hatuhesabu 0, ndio maana utaongeza 1. Haleluya. Itakupatia nini? 27. Sasa turudi tena. Tumeona tangu kuweka amri kutakuwa muda, alafu Masihi ataonekana. Si kweli? Kuna majuma 7 imetuleta mpaka 408 BC. Hekalu likaisha. Tena kuna majuma 62 ambayo imetuleta mpaka mwaka gani? 27 now AD. Ndio Masihi akafanya nini? Akaonekana. Swali. Wale mlienda shule mkafanya siari. Jina Masihi inamaanisha nini? Masihi ni Kiebrania. Inamaanisha nini? Aliyepakwa mafuta. Haleluya. The anointed one. Masihi and Christ is the same. Christ ni Kigiriki na Masihi ama Messiah ni Hebrew. Haleluya. Inamaanisha the anointed one. Question: ni lini Yesu alikuwa anointed? Tumepata ni wakati wa ubatizo. Tumeshasoma kutoka hapa awali. So ni lini Yesu alibatizwa? Kulingana na hii hesabu tumepiga 27 AD. Haleluya. Kuna watu wanafuatilia, Mungu awabariki sana. Kwa hivyo officially imagine kwa hesabu ya Biblia unajua ni lini Yesu alifanya nini? Alibatizwa. Yesu alibatizwa mwaka gani? 27. So kumbuka tumetoa wiki 7, si ndio? Ikatuleta mpaka 408 BC Yerusalemu imejengwa. Tukatoa 62 weeks ikatuleta 27 AD. Yesu amekuwa officially Masihi kwa ubatizo wake. Ukiongeza 7 plus 62 ni ngapi? Ni ngapi? Lakini total ya wiki zilikuwa ngapi? 70. Meaning kuna moja imeba. Haya, tusafiri pamoja. Kwa hivyo 69 weeks ni sawa na 483 days, kwa maana ni 69 times 7. Haleluya. Na hiyo ndio imetuleta, hiyo miaka imetuleta kabisa. Hapo ndio Masihi ameonekana, ambaye ni nani? Yesu. Na ni nini aliitwa Masihi? Ni wakati alibatizwa. He was anointed. Sasa tumepiga hiyo. Ni nini imebaki? Imebaki juma 1 week. Si ni kweli? Yerusalemu ilijengwa wakati huo, na ndio hiyo utasoma Ezra, mkono mmoja ulikuwa unajenga, mkono mwingine umeshika silaha. Why? Kwa sababu ya wale maadui. Ndio maana Biblia ikasema itajengwa wakati wa taabu tele. Haya, haleluya. Haleluya. Wangapi tuko pamoja? Hii hesabu hata kama inaonekana kuwa ngumu, lakini si ngumu. Sinaeleweka? Haya,
Twende kasi. Twende kasi. Sasa kumbuka tumetoka hapa tukitoa wiki 69 inatuleta mpaka mwaka gani? 27 AD. Ambapo Yesu alifanya nini? Alibatizwa. Yesu alifanya nini? Ndio officially akaitwa Masihi. Haleluya. Sasa tuanze kutoa. Tulitoa hivi ndio katupatia 26. Lakini kwa sababu hatuna 0 years, tumeongeza moja tukapata, because 457 kutoa ni 0. Hatuna mwaka inaitwa 0. Haleluya. Ndio maana tukaongeza 1. Lakini pia kuna formula nyingine inatusaidia tupate kweli ni hakika Yesu alibatizwa mwaka wa 27 AD. Tuende kitabu inaitwa Luka chapter 3. Soma Luka chapter 3. Enda huko. Mtumishi Luka ni 3. Anza kusoma. Mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tibero. Mwaka wa ngapi? Wa 15. Wa kutawala kwa nani? Wa kutawala kwake Kaisari Tiberio. Pontio Pilato. Alipokuwa liwali wa Uyahudi. Naam. Na Herode mfalme wa Galilaya. Na Filipo ndugu yake. Na mstari wa 3. Naam, mstari wa 3 unasema akaficha nchi yote iliyo karibu na Yordani. Huyo ni Yohana. Akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Nani yeye anahubiri? Yohana. Ni nani alibatiza Yesu? Yohana. Tuende verse 21 tuone akimbatiza. Mwaka huo ndio Yesu alibatizwa. Tuangalie 21. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa. Naam. Na Yesu naye amebatizwa. Na Yesu akafanya nini? Amebatizwa. Yesu alipobatizwa ilikuwa mwaka wa 15 wa kutawala kwake nani? Tiberio. Tuko pamoja? Naam. Tuko pamoja? Mwaka wa 15 wa kutawala Tiberio ndio hiyo Yohana alikuwa anahubiri na akabatiza watu, na akabatiza nani pia? Yesu. Ukisoma kwa historia, Tiberia alianza kuongoza mwaka wa 12. Andika chini wale mnako na kalamu. Sasa tumia kalamu yako. Ndio maana tunawaambia beba kalamu na mahali pa kuandika. Haleluya. Alianza kutawala mwaka wangapi? 12. Sasa tumeambiwa saa hii ameshatawala miaka ngapi? 15. Huo ni mwaka gani? Ongeza. Because hiyo ni AD. Ongeza mniambie. Ongeza. Kumbuka alianza kutawala mwaka wa 12, 12 AD. Na sasa hii chapter 3 natuambia akiwa mwaka huu ambao Yesu anabatizwa ameshatawala miaka mingapi? 15. Si tumesoma? So huo ni mwaka gani? 27 AD. Si ndio? 12 plus what? 15. Haleluya. Hiyo ni formula nyingine ya kugundua kweli Yesu alibatizwa mwaka wa 27 what? Tumeweka nini? Tick. Haleluya. Haleluya. Haya, ndio hiyo tumeshasoma mwaka wa 15 wa kutawala kwake nani? Kaisari nani? Tiberio. Alianza kutawala mwaka gani? 12. Na ametawala miaka ngapi? 15. Ukiongeza 15 na kupatia nini? 27 AD. Kwa hivyo tumeconfirm mara mbili kwamba kweli Yesu alibatizwa mwaka gani? 27 AD. Ndio hiyo nimeshasoma Daniel 3:1, samani Luke chapter 3 verse 1 na verse 3, na kawaambia tena mkasoma ngapi? 21. Haleluya. Kumbuka Masihi ni jina la Kiebrania, ni sawa na Kristo Kigiriki, yote inamaanisha nini? Aliyepakwa mafuta. Na tumesoma na tumerudia kwamba Yesu alipakwa mafuta katika nini? Ubatizo wake. Mto gani? Mto gani? Yordani. Haleluya. Na hiyo jambo pia linaelezewa kwa undani katika kitabu cha Matendo 10:38. Mwalimu unaweza soma tena? Na Matendo 10:38 inatuambia katika ubatizo wa Yesu alipakwa mafuta. Soma. 38 nasema 10:38. Yes. Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema. Asante, imetosha. Naam. Swali. Maandiko imesema aje? Mungu alimpaka mafuta. Kwa kupokea nani?
Roho Mtakatifu. Ni wapi tunaona mara ya kwanza Yesu anapokea Roho Mtakatifu? Ni katika ubatizo wake. Na maandiko tena imeongeza zaidi kisema alipopokea Roho akaenda huku na huko akifanya kazi. Na ni kweli. Immediately Yesu alipobatizwa ndio officially alianza kufanya kazi. Haleluya. Hii siku zingine zote hakufanya kazi, kwa maana unabii ulisema hivyo mpaka apokee Roho Mtakatifu. Tulisoma Isaya 61 ndio officially akaanza kazi yake ya umma. Haleluya. Amen. Unaona, lakini vile maandiko yako matamu, mnaona vile maandiko iko sawa, lakini mnaona unabii unavyochambua maneno, inatupa historia na habari njema. Wangapi wamebarikiwa? Naona hii mambo kweli ni matamu, ni vizuri tusome tuelewe. Amina. Mungu abariki. Haleluya. Amina. Haya, ndio maana ukisoma sasa Marko 1:15 elewa inamaanisha nini. Mwalimu soma. Marko 1:15. Inasemaje? Nasema hivi. Akisema ansia 14 ndio tuunganishe hiyo. 14 nasema hata baada ya Yohana kuitwa gerezani, baada ya Yohana kuchukuliwa gerezani, kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya, akihubiri habari njema ya Mungu, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Wacha niwaulize swali. Yesu anaposema wakati umetimia, ni wakati gani huu umetimia? Yaani officially amekuwa Masihi na ameanza kazi ya. Na sio hivyo tu, pia ni matangazo kwa watu wa Danieli ambao ni Wayahudi kwamba zile siku mlipewa majuma 70 tayari 69 zimeisha. You have only 1 week to put your house in order. Are we together? Munanielewa wapendwa? Yani alitangaza hilo tamko peke yake kwa mtu ambaye alikuwa amesoma maandiko, alikuwa amechambua unabii. Ilikuwa inamkumbusha kwamba officially Yesu amekuwa Masihi, na tuko na wiki moja peke yake ambayo ni siku 7 ambayo ni sawa na miaka 7 ya kawaida ya kujiandaa kabla mlango wa rehema hujafanya nini? Hujafungwa. Wakati umetimia. Haleluya. Sasa tuone tulifika wapi? 27 AD. Wacha tuone ile wiki moja ilibaki ilienda wapi na ni nini natufundisha. Danieli 9:25 na 26. Soma mwalimu. Danieli ni 9:25 na 26. 25 na 26. 25 inasema hivi. Inasemaje? Soma mwalimu. Na mwalimu, samahani. 25 inasema. Enda 26 kwa sababu ya wakati basi. 26 inasema. Na baada ya yale majuma 62. Ngoja kidogo. Na baada ya yale majuma mangapi? 62. Tulipomaliza majuma 62 ilituleta mpaka mwaka wa 27 AD. Si ni kweli? Naam. Haya, tuendelee. Naye atakuwa umeruka. Masihi atakataliwa mbali. Asante. Already Yesu amebatizwa 27 AD, si ndio? Sasa baada ya hiyo 62 wiki zikiisha, ni nini tatendekea Yesu? Masihi atakatiliwa mbali. Kukatiliwa mbali ni kufanya nini? Kuuawa. Yaani Kiingereza ukisoma cut off. Atauawa. Endelea mwalimu. Naye atakuwa hana kitu. Na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo, ukiwa umekwisha kukusudiwa. Naam. Rudia 26. Kuna jambo hapo tena nataka nisisitize. Inasema hivi. Na baada ya yale majuma 62, Masihi atakataliwa mbali. Naye atakuwa hana kitu. Na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu. Nikisoma kwa tafsiri nyingine ya Kiswahili naweka vizuri, wala si kwa ajili yake mwenyewe. Na ni kweli ukisoma kwa maandiko. Swali, mbona Yesu alikufa? Mbona Yesu alikufa? Kwa ajili ya dhambi zetu. Ndivyo ilivyo. Ukisoma kwa Kiingereza naweka vizuri, he was cut off but not for himself. Hallelujah. Amina. Yesu akufa kwa ajili ya nafsi yake. Hallelujah.
Alikufa kwa ajili ya nani? Yako na yangu. Akafia dhambi zako na zangu. Badala ya mimi nawe tupotee, akakubali achukue mauti tupate uzima wa nini? So Yesu atakufa. Sasa alikufa lini? Tena Biblia itatuambia ni mwaka gani? Naendelea kusoma 27. 27. Hey. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Ngoja. Kumbe tumepata ile wiki yetu moja mahali ilienda. Haleluya. Amina. Si tulimaliza wiki 69. Zilikuwa 70, tumepata ile moja ilibaki, ilienda wapi? Kumbe ile wiki moja ilibaki, kuna kitu Yesu alifanyia. Alifanya nini? Alifanya agano thabiti na watu wangapi? Wengi kwa muda wa juma moja. Tuendelee. Na kwa nusu ya juma hiyo atakomesha sadaka na dhabihu. Thank you. Naam. Nusu ya juma ni ngapi? 3.5. Tulikuwa tumefika 27. Hiyo 27 ilikuwa mid-year. Ukiongeza 3.5 itakuleta mwaka wa 31. Haleluya. So 31 AD nini litendeka? Yesu alikufa kwa kifo cha msalabani. Na katika kufa kwake alifanya nini? Akakomesha sadaka na nini? Dhabihu. Akakomesha sadaka na nini? Na dhabihu. Haleluya. Amina. Wakati Yesu alikufa, alikomesha nini? Sadaka na dhabihu. Ndio maana John 1:23 nasema hivi, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Unakumbuka wakati ule, wakati watu walikuwa wanatenda dhambi, walikuwa wanaleta mwana kondoo, si ni kweli? Alileta mwana kondoo kwa ajili ya dhambi za. Sasa Yesu alipokufa akamaliza mambo ya nini? Kafara. Ndio maana unabii nasema katika nusu ya hiyo juma ambayo ni 31 AD atakomesha sadaka na dhabihu. Wangapi leo wakitenda dhambi analeta mbuzi kanisani, na chinja, anatoa damu, anateketeza kwa ajili ya dhambi zake? Kunaye? Mbona? Nani aliikomesha? Yesu. Katika kifo wapi? Msalabani. Ndio maana alipokufa kuna kitu ilitendeka katika kanisa. Nini litendeka? Soma 15:38 Marko. Alikomesha sadaka na dhabihu katika nusu ya ile juma aliyofanya agano thabiti. Endelea. Marko 15:38. 38. Inasemaje? Biblia inasema hivi. Pazia la hekalu likapasuka. Vipande viwili toka juu hata chini. Kutoka juu mpaka chini. Kuonyesha mambo ya kafara imefanya nini? Imekwisha. Haleluya. Amina. Sasa kumbuka tumebakisha miaka 3.5 tena. Si ni kweli? Hiyo ukiongeza inatuleta mwaka wa 34 AD. Yale majuma 70 yakafanya nini? Yakaisha. Ni nini ilitendeka ili kumaliza mambo ya historia ya Waisraeli na mlango wa rehema kufungwa? Kuna jambo lilitendeka. Kwa hivyo Yesu amekufa mwaka gani? 31 AD. Na hiyo ndio inawakilisha ile kafara ambayo ilikuwa inatolewa katika madhabahu. Haleluya. Ile tunasoma kwa sanctuary. Amina. The burnt sacrifice. Haleluya. Amen. Na kabatizo tumeshaona. Sasa katika mambo hiyo tumefika nusu ya ile juma, si ni kweli? Na kuna 3.5 imebaki. 31 ndiye amekufa msalabani. Nini litendeka? Ilipoongeza hiyo, ukiongeza inatuleta mwaka inaitwa 34 AD. Hiyo ndio hiyo majuma 70 yanafanya nini? Yanakwisha. Ni nini ilitendeka mwaka 34 AD? Wale mmesoma historia. Nini litendeka? Tusome hiyo. Matendo 7:54 mpaka 60 tuone. Ni nini litendeka? Ndio mlango wa rehema ukafungwa kabisa kwa taifa la Israeli kuitwa taifa teule la nani? La Mungu. Na Matendo ni 7:54 mpaka 60 inasemaje? 54 mpaka 60. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Basi waliposikia maneno haya, walisikia maneno ya Stefano. Naam, wakachomwa mioyo. Wakamsagia meno. Wakasaga meno.
Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, huyu Stefano alipokuwa amejaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake, akitazama mbinguni, akaangalia mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wake wa kuume wa Mungu. Naam. Akasema, Tazama, naona mbingu zimefunguka. Nimeona mbingu zimefunguka. Na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Nimeona Yesu katika upande wa kuume wa kiti cha enzi wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu. Hao ni nani wanapiga kelele? Waisraeli waliomkataa Yesu, wakamsurubisha. Na baada ya hata Stefano kutoa ushuhuda kwamba mliyemsurubisha mkamkataa, amefufuka, ako wapi? Na ni kweli Yesu yalipaa. Si alifufuka akapaa? Ndio wasomea Warumi 8:34 nasema alipaa, ameketi katika kiti cha enzi upande wa kuume. So Stefano kwa roho akaonyeshwa, akaona, anashuhudia hao ambao waliomkataa ili wamkubali, watubu, wapate wokovu. Badala ya kutubu wakakasirika. Mwaiona mtu akihubiriwa ukweli anakasirika? Anaanza kukasirika, anapepa mawe, anataka hata kupiga wahubiri. Hiyo ndio vitu vilitendekea Stefano. Alipowaambia ukweli Yesu mliyemkataa, Mwana wa Mungu mliyemsulubisha, mkamtema mate, mkamsulubisha uchi wa mnyama, amepaa na ako wapi sasa hivi? Upande wa kuume wa kiti cha enzi. Nimemuona. Wakakasirika. Wakafanya nini? Wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Sauli by the way ndiye alikuwa witness hapo kabla akuje kuokoka. Alikuwa witness, akasema maliza huyo, akahakikisha wamemaliza yeye kabisa, akatia saini, wakachukua nguo zake. Lakini kwa hicho kitendo, taifa la Israeli ambao lilikuwa taifa teule, mulango wa rehema ukafanya nini? Ukafungwa. It is no longer a chosen nation. Tuko pamoja? Hapo ndio mulango wa rehema ukafanya nini? Sasa atakayeokoka ni mtu binafsi atakayemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haleluya. Amina. Sasa sio Israeli hii inapigana vita na Gaza huko na Hezbollah nini. Unajua kuna watu wamefundisha unabii huo wa uongo, huyo ni wa shetani, wakisema Israeli ni watu walikuwa wakati ule, lakini ilipofika 34 AD mlango ulifanya nini? Sasa ni mtu binafsi atakayemkiri Yesu na kumpokea Mwokozi wa maisha yake ndiye atakayeokolewa. Sasa Waisraeli sio wale Middle East, ni Waisraeli wa kiroho. Soma kitabu inaitwa Warumi 2:28. Nisome. Sasa Waisraeli sio wale wa Middle East, ni yule atakayemkiri Yesu na kumpokea kama Mwokozi wa maisha yake na kutii sheria zake, ndiye anaitwa Muisraeli. 2:27-28. 2:24. 24 Warumi, soma kwa haraka. Naam, kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu. Kama ilivyoandikwa. Kwa maana kutahiriwa kwa faa kama ukiwa mtendaji wa sheria. Gana 28 ndugu yangu, uko sawa? 28 nasema maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu. Sikia vile maandiko yanasema. Sasa Myahudi sio Myahudi yule alizaliwa huko Yahudi. Haleluya. Amen. Ni nani? Wala tohara sio ile ya nje tu katika na unajua mwili. Walikuwa na identify na Mungu kwa tohara ya nje, si ndio? Biblia imesema sasa Myahudi sio yule amezaliwa huko Middle East, wala sio yule alifanyiwa tohara vile alifanyiwa kwa mfano yule Abraham. Ni nini? Inasema 29. Bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani. Yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani. Na tohara ni ya moyo. Moyo katika roho, si katika andiko. Haleluya. Amen. Kwa hivyo Myahudi ni mimi na wewe tutakaye tupasha tohara na tunapotii na kumwamini Yesu. Haleluya. Soma Wagalatia pia 3. Mambo hayo tuhakikishe. Wagalatia 3:27. Soma. Hao ndio Wayahudi. Sasa Wayahudi sio wale wako huko Middle East. Wale ni fake. Yaani hiyo jambo nikinena kwingine nitaweza fungwa. Lakini sasa nitawaambia ukweli ndivyo ilivyo. Kulingana maandiko, sio taifa teule, mlango wao ulifungwa lini?
34 AD. Soma. Wagalatia 3:26. Inasema hivi. Nasemaje? Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Naam. Endelea mpaka 27. 27 inasema, maana ninyi nyote mliopatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. 29 inasema, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa na ahadi. Haleluya. Kwa hivyo mimi na wewe ni Wayahudi kwa kiroho. Haleluya. Sio physically uko Middle East physical. Tumekuwa Wayahudi wa kiroho. Hivyo ndio hiyo historia imeonyesha wazi kwamba Daniel anaonyesha, wakaandika, wameonyesha vile Yesu angebatizwa, kifo chake, na pia vile mlango wa rehema ungefungwa, vile Stefano angepigwa mawe, ndio baadaye historia ya unabii waagiza hivyo. Kwa hivyo Yesu alikufa msalabani. Haleluya. Na alipokufa msalabani, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Haleluya. Amen. Na hakuna kitu, na alipokufa wengine wakafikiria hiyo ndio mwisho wake, si ni kweli? Wakasema amekwisha. Shetani akasherekea, hata akaleta jeshi la Warumi, wakaweka nini? Kitu inaitwa signal, samahani. Wakasign, like wakaweka stamp. They put their stamp there, wakifikiria watamlinda, wakaweka katika kaburi lake. Lakini swali ni je, Yesu akabaki kaburini ama alifufuka? Alifufuka. Haleluya. Ndio maana hata waimbaji wa Heaven Tagas wanaimba, amefufuka toka kaburini kwa kishindo kikuu, dunia yatetemeka. Ameshafanya nini? Mauti yamefanya nini? Yameshindwa. Ndio maana Zaburi 16:10 inasemaje mwalimu? Na mwalimu, Zaburi 16:10. Yesu hayuko kaburini, ameshafufuka. 16:10. Biblia inasema, maana hutakuachia kuzimu nafsi yangu. Naam. Wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Haleluya. Amina. Dini na madhehebu makubwa duniani, waanzilishi wake na wanaoaminiwa walikufa na wako makaburini. Haleluya. Amen. Haleluya. Mnanielewa? Lakini nauliza nyinyi, dini zote zile kubwa, madhehebu ambao waanzilishi wao wakubwa walikufa, wako wapi? Kaburini. Na wanaangoja nani awafufue? Yesu. Lakini wewe kama Mkristo, kama unaelewa maandiko na unasoma, unaamini Yesu tunayemwabudu ajafa, ako hai. Haleluya. We serve a risen Savior. Say amen. Amen. Yesu wetu tunayemwabudu yuko hai. Haleluya. Amina. Hayaishi milele, na maandiko yanasema anaishi akituombea. Haleluya. Amina. Hata walioanzisha mambo ya evolution wakisema tulitoka kwa tumbili, yeye mwenyewe alikufa na amezikwa. Ako wapi? Kaburini, ameoza. Lakini Yesu wetu anafanya nini? Yesu wetu anafanya nini? Anaishi, alishafufuka. Yesu wetu anaishi. Ndio maana anazidi kusema wale wote waliompokea na watakaompokea hata leo atawapa nini? Uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Alipokuwa duniani alifundisha, akafa, lakini alifufuka, na alikufa kwa ajili ya nini? Ya dhambi zako. Ndio maana leo unaitwa ukiambiwa, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya nini? Ulimwengu. Unaambiwa mtazame mwana kondoo wa Mungu, alilipa gharama ya dhambi zako. Nakumbuka maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Lakini leo hii ukikubali makosa yako, Yesu anasema hivi, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Yesu peke yake ndiye ana uwezo wa kusamehe dhambi zako, kwa maana ni yeye alilipa nini? Gharama ya dhambi zako. Usije ukasahau hivyo ndugu yangu, kuja ukiri dhambi zako kwa Yesu. Kubali makosa na dhambi zako. Kubali ulichotenda, mahali umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Unazidi kuitwa, tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Kumbuka, Yesu alitendewa mabaya tuliyostahili ili tupate mazuri aliyostahili.
alihukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu ambazo hakuzitenda, ili tupate haki yake ya bure tusiyostahili. Akafa kifo kilichokuwa chetu, ili tupate kupokea uzima uliokuwa wake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Amina. Kumbuka aliyotendewa ulipaswa, ili tukapata haki yake. Ndio maana nakuita, mtazame mwana kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya nini? Ulimwengu. Na kumbuka kwa kupigwa kwake mimi na wewe tumepona. Leo anataka umpokee. Umpokee, akupee uwezo wa kufanyika mtoto wa nani? Swali ni je, wewe umempokea Yesu? Wewe unayenisikiliza, umempokea Yesu? Na kama hujampokea Yesu, naomba nikupe hatua hizi za kipekee za kumpokea Yesu. Number 1, ili kumpokea Yesu lazima ukiri kwamba wewe ni mwenye dhambi. Ni muhimu sana. Kumpokea Yesu lazima kwanza ukiri wewe ni nini? Ni mwenye dhambi. Kwa maana ndivyo maandiko yanasema. Number 2, amini kwamba Yesu alifilia dhambi zako. Muhimu sana. Kumbuka Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zatu. Number 3, njoo kwa Yesu jinsi ulivyo. Kuna watu tunakutana nao, tunaponena nao, mpe Yesu maisha yako, na kuambia mimi nazidi kutenda dhambi, sichakuwa sawa, nikikuwa sawa nitakuja. Nani alikuambia utakuwa sawa pasipo Yesu? Yesu anasema katika maandiko, kiri kwanza wewe ni mwenye dhambi. Amina. Amini alikufa kwa ajili ya dhambi zako na kuja ulivyo. Lakini ukishakuja hautapaki ulivyo. Haleluya. Kwa maana Yesu wetu anabadilisha. Haleluya. Anabadilisha. Na mwisho, ungama dhambi zako kwa nani? Kwa Yesu. Kwa maana ndiye atakusamehe na ndiye atakusafisha. Haleluya wapendwa. Amina. Na mwisho, mukaribishe Yesu ndani ya moyo wako ili upate nguvu na uwezo juu ya dhambi. Haleluya. Amina. Tumejifundisha leo unabii kuhusu historia, kazi na maisha ya Yesu hata vile alienda mbinguni. Haleluya. Na tumeona hakika tunaweza amini neno la Mungu kupitia kwa unabii wa Danieli, kwa maana umetoa habari zozote. Lakini zaidi tumeona maisha ya Yesu, alilipa bei yetu na tumekaribishwa leo tumpokee. Na kama hujawahi mpokea, tumepewa mwelekeo jinsi ya kumpokea. Namba 1, ukiri kwamba wewe ni mwenye dhambi. Namba 2, amini kwamba Yesu alikufia dhambi zako. Namba 3, njoo kwa Yesu jinsi ulivyo. Njoo ulivyo. Ukija hiyo ulevi ataumaliza. Haleluya. Kubali, kwa maana umeshakubali ukuje kwake, atakusaidia atoe kiu. Atatoa kiu ya uzinifu, atatoa kiu ya kwenda uganga, atatoa. Namba 4, ungama. Yaani kuungama ni kukiri kweli, Yesu nimekuwa nikilewa, nimekuwa nikizini, nimeenda ugangani, nimefanya moja mbili, nimekuwa nikiiba. Na mwisho umkaribishe katika maisha yako. Wangapi jioni ya leo wanasema kweli neno la Mungu ni tamu? Kweli historia na unabii inaeleza habari za Yesu. Mimi ningependa nimpokee katika maisha yangu, na mtaka katika maisha yangu anipo uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Simama. Amina mtumishi. Simama. Simama watu wa Mungu, nyinyi wazuri. Simama kwa kukuja miguuni pa Yesu. Hii muda tunatumia hapa tupotezi. Haleluya. Tunawekeza na Mungu atabariki kazi yetu na maisha yetu. Amina. Na ninaomba kwamba baada ya maombi, kama kuna yeyote kati yetu hajampa Yesu maisha yake kwa njia ya ubatizo, uweze kuniona nikuandike tunapoandaa kwa ajili ya ubatizo wa Sabato. Tuombe. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu mwenye uwezo, mamlaka na nguvu, wewe unayetujali, upendo wako ni mkuu, ni upendo usio na kifani. Wewe unayetujua sisi ni mavumbi tu, ambayo inafuta maovu yetu yote, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, unayafutilia mbali. Amina. Lakini umetupa himizo na matumaini ya kipekee, kwamba leo tunaweza kukupokea katika maisha yetu. Tukipokea utatupa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Amina. Na hata wale ambao wamekaa katika dhambi sana, ulimwezesha Mariamu, na ukweli ile kiu ya uzinifu iliisha. Alikulaki wa kwanza ulipofufuka. Amen. Tunaona ulipea wengine uwezo, hata sisi leo tukikubali utatuwezesha. Amina. Sasa saidia yule mama, saidia yule baba, saidia yule kijana, saidia yule mtoto
anayelilia mzazi wake pia mkomboe na umsaidie. Na atakaye kupatia uzima wake leo, utampa uwezo kufatika mtoto wa Mungu. Watakapotoka hapa, wawe chini ya ulinzi wako, wafiche chini ya mbawa zako, wasafiri salama. Usiku kucha wawe chini ya mbawa zako, wape moyo, wape bidii, wape ujasiri, wape matumaini, wazidi kuwavuta hata walio nyumbani wanaosikia sauti. Sasa hivi unawaita, unawakaribisha. Mlango wa rehema usifungwe kwao uliofungwa kwa Waisraeli waliomkataa Yesu. Tuna nafasi sasa, tukupokee leo. Tumeomba tukiamini kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana tena mkombozi wetu. Amen. Mungu awabariki, Mungu awabariki sana. Wale watoto waliopata zawadi, yule alipata jibu lile jana nilimuuliza kuja nikupe zawadi. Wengine kesho pia nitawauliza niwape zawadi zenu. Nina pepa natembea nazo. Asante sana. Mungu awabariki. Mtoto alipata ile zawadi, akuje nimpe zawadi yake. Na unampa zawadi yake. Yule alipata. Na kuna mwingine niliuliza leo, akipata naweza mpa zawadi pia. Mpendwa mtazamaji, haya, wacha niulize swali. Wacha neno mtoto anakumbuka. Haya, kuna swali hapa. Tuliona Yesu alibatizwa. Alibatizwa mwaka gani ile tuliona? When 27. Aki mtoto ako shavu. Wewe mzuri. Unaona? Inasema my dear child, shika hii yako. Mwende kusomea Biblia. Yaani mtoto watoto ni imagine wameshika hiyo hesabu. Haya, wacha niulize swali jingine. Yesu alikufa mwaka gani? Watoto hapa. Alibatizwa 27 AD. Alikufa mwaka gani yule tuliona? Inaanza na 3. Alikufa mwaka gani? Inaanza na 3. 31. Very nice. Watoto wa Yesu mbarikiwe sana. Na yule mwingine ako wapi? Watoto shabu wabarikiwe sana. Na mlango wa rehema kwa Wayahudi ulifungwa mwaka gani? Ile ndio mwaka wa mwisho tuliangalia. Ilikuwa gani? Amekaribia. Ai, mtoto anajaribu sana. Uko karibu kupata. Ongeza mbili. Inapata ngapi? 2 ni hiyo. Ongeza hiyo mwaka umeniambia ongeza 2. Inafika ngapi? 34. Very good. Smart. Ninyi watoto wa beautiful. Hallelujah. Tutautia vitabu. Mungu awabariki. Kesho tena mtapewa zawadi nyingine. Amen. Mungu awabariki. Ni watoto wazuri. Hivi yule alipata yule mtoto sijui alienda wapi. Muniambia akuje nimpe zawadi yake na ibeba. Hiyo ni yako, tunza mzuri, enda kusoma. Amen. Bye. God bless you and keep you. Na wewe ulisema nasikia mlijibu wawili by the way. Na wewe nisikuache. Ulijibu 27, si ndio? Haya, 27 nini litendeka? 27? Yesu alibatiza. Kumbe unakumbuka, wewe mzuri. Wacha na wewe nikupe, uende ukiwa na amani, usikasirika. Hallelujah. Barikiwa. Bye. God bless you. God keep you. See you tomorrow. Amen. Amen. Wapendwa, jinsi kama hivyo ndivyo tunafika usiku huu wa leo, kipindi cha mwisho kabisa ambacho kimekuwa ni kipindi cha unabii, kimeletwa na mwalimu Donald Orina ambaye anazidi kutubariki. Watoto wengi ambao wameweza kufika kuitazama sinema na mfano tu wa kuweza kurahisisha unabii. Hii ni Get the Point Media. Tunamaliza siku kwa kuwaaga na kumaliza kabisa. Imekuwa tupo maeneo ya Kenyenya ambayo tunazidi kurusha hewani kila hotuba, kila tukio, kila nyimbo na kila kifungo kinasomwa hapa maeneo ya Kenyenya kwa kongamano ambalo linaendelea kwa majuma mawili. Limedhaminiwa na uimbaji wa kwaya ya Heaven Targeters ambao wanashirikiana na kanisa la Adventista wa Sabato lile la Greensboro la North Carolina pamoja na South East Kenya Field ambao wameweza kutupa maeneo haya kuweza kufanyia kazi. Ingawaje leo tuliweza kutoka hewani kwa muda mfupi kwa sababu ya mbaraka ya mvua ambayo iliyokuwa ni nyingi, iliweza kutubariki. Kwa baridi hii na usiku huu tunawakaribisha tena kwa upumzikaji wa usiku, lakini kumbuka kwamba kesho alfajiri ya mida ya saa 11 tutakuwa hewani tena kwa kipindi cha kesha la asubuhi, na kwa hivyo tuwakaribishe, weka bando tayari,
weka kiunganishi au link yako tayari. Naweka alarm ile itaweza kuamsha asubuhi tukaweze kuenda hewani. Get the Point Media will take a step forward. Ikiwa basi unataka kufanya kazi na Get the Point, kufanya advertisement kwa biashara yako, kuweza kurusha launch yako hewani, kuweza kurusha hafla ya graduation hewani, na ya event yote ile ambao unataka media, basi Get the Point Media ni media iliyo karibu nawe. Get the Point, take a step forward. Tunasema alamsiki kutoka maeneo ya Kenya.